Right. Karibu sana. Karibu tena zaidi ndani ya nyumba. Itakuwa noma tena zaidi. Hii ni show kubwa sana. Show ya mapublic, ya mapig daddy, mapazuu. So I hope kwamba tunazidi kushirikiana moja kwa moja tangia tulipoachana. Sijui kama sound check iko poa, lakini I hope kwamba ipo salama baada ya kuweza kumalizana naye Papa Leonard Isaac. Now it is my time to be here in the house, full house. So karibu sana kwenye show. Ile kitu ambacho nahitaji kutoka kwako kama wewe mtazamaji, unisaidie ili tuweze kushare link iweze kuwa na watu wengi na tuzidi kukaa mbele pamoja. So I hope kwamba vile tu nimeanzisha show watu watamwaika ndani ya show tuweze kupiga hadi kieleweke nayo. So nisaidie kushare link. So nikifanya hivyo, I'm trying to share the link and I hope kwamba itakuwa noma tena zaidi. So karibu sana kwenye show kama kawaida, mtu wangu, popote tunapowakilisha. Hakikisha kwamba mmeweza kuingia na rafiki yako hapa ndani, ikiwa ni mlengo wote ule hapo, ikiwa kuna mlengo ako mlengo gani, mwambie tuingie kwenye show. Usijali, usiwe na shaka. Don't fear anybody. And I want to hakikishia you kwamba show itakuwa lit na itakuwa noma tena zaidi. So kama nimefika kwenye nyumba, tafadhali tuanze moja kwa moja katika wakati huu, katika siku hii ya leo, and I hope kwamba tutashirikiana moja hadi mwisho. Tangia tulipopatana hapa ndani imechukua muda sana. Jana kwa siku ya Jumapili na leo ni siku ya Jumatatu, tarehe 31 mwezi wa kwanza. Imagine we have some hours to say goodbye Januari hatutakuona tena mwaka huu. Januari ya 2022 hatuwezi tukaiona tena. What I hope kwamba tunaenda kusherekea hii Januari, my friend. Kama kuna Januari ambayo imemaliza, yani kwa mfuko sina hata shilingi, ni hii Januari. Hii Januari ni hatari, itumeza ikameza mpaka mifuko, but let me hope kwamba kutakuwa noma tena zaidi. Tuingie kwenye show, tupige moja kwa moja na tuone kwamba tutafikia katika muda wa saa ngapi. So leo tunapiga bila kuogopa, kwa sababu unajua leo ni weekday. Today is on a Monday and I hope kwamba tutashirikiana moja kwa moja hadi mwisho. So mtu wangu, nakwambia kwamba mimi hapa ni Nyapito Dennis. Ukipenda ni kukurikunto pale, ukipenda ni kuntu nishengia kwenye nyumba. So ukiangalia nimeweka simu hapa, najua tu kushare link, niite watu wakuje kwenye show tuweze kupiga show moja kwa moja. Leo tuweze kupiga leo Azimio leo wamepiga kambi pale Western Kenya baada ya William Ruto unajua William Ruto amekuwa pale Mount Kenya, amekuwa kule last week, ndio amekuwa kule Western Kakamega na kina na mtetemeko earthquake walikuwa pale Western Kenya, but today tunaona vigogo pia wakijipanga kule maeneo ya Western Kenya, and mengi alizungumzwa kule. Leo nimesikia kwamba wengine wakisema kwamba jamaa walinunuliwa na pesa ngapi? Ulisikia ni pesa ngapi walinunuliwa? Milioni 300. Nisikia story kama hiyo. So pia tena tulikuwa na nini, Martha Karua ashajiunga na Oka. Tumeona pale ile vigogo wa Oka walikuwa kule Kirinyaga, na pia kuna ile wazee, baadhi ya wale watu kutoka Kirinyaga wasema kwamba Martha Karua anafaa tu kuchukua ushukani kutoka kwake Rais Uhuru Kenyatta, kwa sababu hakuwa ni spokeswoman ama spokesperson wa watu kutoka Mount Kenya. I don't know kwamba, na pia kuna shughuli mingi kule, sio kwamba anataka kutafuta kiti cha ugavana katika kaunti ya Kirinyaga. Pia wengine wanasema kwamba sura yake yani amekuwa ni mtu mkubwa zaidi, sasa haitajiki kuweza kukaa katika county level, anafaa kuwa katika national level. So ni maoni yako ni yapi kuhusiana leo Martha Karua amejiunga pale na nimeenda pale akiwa na wana Oka. Sijui kama atakuwa ni mtetemeko wa pili baada ya Weta na yule mdema DVD kujiondoa kule katika ile sehemu nyingine. I don't know kwamba
itakuwa ni hipi, mlengo utakuwa ni upi. Na pia Azimio wameteza kule katika maeneo Western Kenya, sijui wanaenda ku sanitize na kuanza kusafisha na kuweza kuhakikisha kwamba yale yote yaliweza kuzungumzwa wiki jana na wana ANC pamoja na Ford Kenya wakiwa pamoja na UDA. We don't know what ile ambao waliweza kuzungumza kule ni yapi, but today okay, Kevin Oundo, thank you very much. So I hope kwamba itakuwa rich, itakuwa na tena zaidi. But today, let me just give you this before we continue to our show, na tuzidi kushirikiana moja kwa moja tutafikia wapi. So karibu sana kwenye show, we discuss one by one na tufikie katika maeneo, katika tupate jawabu. Sawa. So njoo hapa. Hivi ndio kulikuwa Western. Hivi ndio kulikuwa Western. Hey. Yaani nitawasomea. Kuna kitu nimeona pale nani ameandika, Mheshimiwa Silvana Siosoro ambaye ni mbunge wa South Mugirango kuhusiana na Western, watu wa Western region. But let's do this as we want to hear from these people. Hawa watu walikuwa Western Kenya today. Let us hear them. Wewe Busia. Haya, tunataka tupate Kakamega. Haya, huyu anatoka Bungoma. Sasa mama ni wapande wapi? Trans Nzoia ni sauti ya mama. Haya. Kijana ametoka Kakamega, naona hapo tayari. Nataka mama. Haya, hawa wametosha. Watu ya Western Mlembe. Sasa hawa wangwana mimi sijachagua hao. Nataka watuambie ni nini wanaelewa kuhusu Azimio. Na dakika ambayo nitawapatia ni dakika moja. Naomba MC tafadhali anza na sauti ya mama. Azimio na umoja. Sisi tunatoka kaunti ya Vihiga. Na Vihiga tumekuwa huko na vita ya ANC. Lakini saa hii Vihiga ni Azimio na umoja. Azimio na umoja ni afala. Lakini tujue David Baba Rais Amana Odinga lazima tumpatie viti ya ODM. Ndio nasema vizuri kama natukuliwa president. Ninaitwa Mheshimiwa Odinga natoka bila sauti na gavana wetu Wila Odinga. Haya, makofi kwa mama tafadhali anapoenda kuketi. Makofi kwake. Haya, nimesema hawa ni raia, hawa si wanasiasa. Na nataka kuwafundisha mkikuja hapa kama raia. Hawa raia wanataka kujua ukisema Azimio wanajibu nini. Iko wakati ya kusema Azimio la umoja na iko wakati ya kusema Azimio. Kwa hivyo mtarudia baada ya mimi. Tukisema Azimio unasema inawezekana. Sawa sawa? Haya, sisi wote twende Azimio. 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 Asante sana. Karibu ndugu yangu. Asanteni sana wana Western hoye. Tupeane salamu ya Azimio, salamu ya Azimio. Mimi naitwa John Bonami Wamboka. Mimi ni mwenyekiti wa chama cha Democratic Action Party Bungoma County. Sisi tumekuja hapa na DAP yote kutoka Bungoma tukiongozwa na gavana wetu Wycliffe Bungoma. Wana Western, sisi Bungoma tumeamua kutangaza hii game. Bungoma tumeamua kura ni ya Raila
Amolo Odinga. Na watu wa Western, wacha niwaambie kitu moja. Sisi kama wana Western, ile shortcut ya kupata uongozi hapa kwetu ni kupitia hapa chini Ndeleka. Tunaelewana? Mahali tunatoka huko Bungoma, ukianza kufuata mnyama yaani kulende esanga yingudi, yaani oime mune ile megongo mikuki, unaenda kushinda. Si sawa? Mkifuata hivyo Chosokoi atabadilisha hata katiba, ataenda zaidi ya miaka 24 kuliko baba yake Daniel Toroitich Arap Moi. Mwisho, mimi Musalia mgeuzi mkubwa. After every decade, baada ya miaka 10, Musalia anafanya monumental mistake. Tu muliona ile maneno alifanya. Alikuwa rais kitambo sana. 2012 muliona mambo alifanya. Sasa sisi tunamshukuru, amejiunga KANU, amejiunga na William Ruto, Moses Wetangula, Musalia mwenyewe. Hawa ni mbaraka wa KANU, wezi wa kura ambao wameiba usiku. Haya, asante sana ndugu yangu, huyu anatoka Bungoma, na nitaomba niwaombe wanenaji kidogo. Tunawapatia dakika 2. Kwa hivyo usipitishe dakika 2 tafadhali. Tunataka tusikie mzee Atwoli akiongea, si ndio? Dakika 2, jaribu mama, tuendelee. Azimio la umoja. Azimio la umoja. Raila. Sema Raila. Okay. Ya kuliwaka. Hapo ni Western Kenya. Unajua jana chuzi ndio tumekuwa na juzi, ilikuwa wiki jana. Tunaweza kuwa na akina ANC walikuwa na pigi rally kubwa zaidi. Ilikuwa katika maeneo ya Kakamega, wakasuka kuanzia Bungoma, wakaenda pale Elgon, wakakuja wakaingia Kakamega, kisha kuweka kambi kule, wakasema kwamba wao wamekuwa kitu kimoja. Lakini ila tu nakwambia mtu wangu kwamba hivi leo today tuweza kuona kwamba hao ni jamaa ambao ni kutoka maeneo Atwoli, akiwa akishirikiana pamoja na nani, Atwoli Oparanya na Raila Odinga na viongozi wengine kutoka maeneo ya Western waliweza kujumuika moja kwa moja katika maeneo hayo ya Western Kenya. Naweza kujadili lengo, walikuwa na lengo kuweza kuongea pale, lakini message mingi ilikuwa pale ni ya kudemean, the message ya kudemean Musalia Mudavadi and Wetangula. They say buy nani and you get somebody for free. Anyway, hao ni mambo na siasa. So hivi wameweza kukita kule, wakazungumza mawili matatu, na baadhi ya viongozi kutoka Western Kenya walizungumza. Kuna baadhi wa viongozi ambao wako na usemaji, wale ambao wako na ungaji mkono, waliweza kuzungumza kule, wakasema kwamba tunaona kwamba Eugene Wamalwa ambaye ni alikuwa kule, Eugene Wamalwa ambaye tukiwa katika maeneo hayo ya Western Kenya, na unajua kwamba ni mfanyikazi wa serikali kuu, alikuwa kule katika maeneo, katika mkutano huo. But message kubwa zaidi ilikuwa kule ni kudimini mheshimiwa anaitwa ma-DVD pamoja na Wetangula. Waliweza kukashifiwa kabisa na kuweza kuwatoroka. Kuna hivi nikinukuu baadhi ya ujumbe ambazo zilikuwa walikuwa wanasema ni kwamba hao viongozi tangia, kuna mmoja aweza kusema kwamba nikinukuu matamshi yake, Musalia Mudavadi mwaka wa 93 akiwa ni miaka 28 alisema kwamba alikuwa katika wizara, na yeye mwenyewe alikuwa anazungumza, alikuwa katika shule ya chekechea. Cyrus Jirongo alikuwa kule katika hiyo serikali hiyo miaka, sielewi, unajua mimi ni mdogo kidogo sana, hata hiyo miaka sikuwa nimezaliwa. So akisema kwamba Mudavadi sasa hivi angekuwa ameshanawiri, angekuwa anategemea mtu
angekuwa anajitegemea ye mwenyewe, angekuwa mwanaume sasa hivi ambaye watu wanamtegemea, kwa sababu akiingia akiwa kwenye serikali mwaka wa 93 ambaye ni William Samoei Ruto alikuwa katika chuo kikuu cha Nairobi. So kumaanisha the time ako kwa serikali, Dr. Samoei Ruto katika chuo kikuu. So alikuwa na umaarufu, alikuwa kwa serikali, angejiuza zaidi, angekuwa na manufaa, angekuwa na mejenga jina, angekuwa na soko kushinda William Ruto. Sasa walikuwa wanasema kwamba sasa hivi ingekuwa kwamba ni Ruto angejiunga pamoja na Musalia Mudavadi na Wetangula, kwa sababu Musalia Mudavadi ni mtu mkubwa, amekuwa kwenye serikali, alikuwa kwenye serikali hata kabla yake Ruto kukua kule. So walimkashifu wakisema kwamba Musalia Mudavadi anategemea tu mtu, na ili hali yeye ni mwanaume, angesimama kama mwanaume kitete peke yake, ndipo watu wakaweza kuona kwamba yeye ni mwanaume, atijenge kutoka miaka. So sisi tukoma kuja kutegemea ambaye alikuwa ni mdogo wake. Kitu ambacho walikiloma kusema kwamba alinunuliwa milioni 300, walinunuliwa milioni 300, ndipopoza wakaweza kufanya nini? Hawakaweza wakaweza kuingia katika kile chama cha UDA. Na hapa ndio tuko na utatanishi kule. Siku nyingine tutachadili kuhusiana wale ambao watakuwa manaibu wa rais watatoka wapi. Sasa hivi Mudavadi ashaingia kule. Mudavadi anaulizia kitu cha rais. Alikuwa anaulizia. Sasa sijui kama ashabadilisha. Lakini nani atakuwa naibu wa William Samoei Ruto? Ni nani atakuwa naibu wake? Je, ikiwezekana akina Rigathi ambao walikuwa wa kwanza kwa kile chama cha UDA wasipatiwa mtu kutoka Mount Kenya kuwa naibu, je, hawa watu watakaa kule katika ile serikali yake ya UDA, wakao kwenye chama cha UDA? Je, Mudavadi akichukuliwa kuwa naibu wa rais, wao watu wa Western Kenya wataunga mkono chama cha UDA? Je, Atwoli atabadilisha maoni yake kuweza kuingia katika kuunga mkono chama cha UDA? Haya ni baadhi ya maswali ambayo tunajiuliza sisi kama Wakenya. Lakini hata tunakuambia kwamba karibu sana kwenye show, ndio tumeanza na kupatia linki kule, ingia kwenye show, tupige moja kwa moja, tunukuu na tuweze kufanya nini? Kuchanganua zaidi kuhusiana na mambo na kisiasa, jinsi ambavyo siasa zinaweza kuendea katika hapa nchini Kenya. Na usisahau kwamba hapa kwenye steering mimi hapa ni up to Dennis Kukurikuntu. Na kupatia linki moja kwa moja baada ya kuomba na kusoma hizo comment. Nikimaliza kusoma comment nipate watu wakuja live, we talk live and direct. We want to know, we want to get the real knowledge. Hapa leo wao wanaenda kusanitize, wanaenda kusafisha yale maneno ambayo yalikuwa yamezungumzwa wiki jana kutoka kwake na mtetemeko. Sijui kama ni baadhi kama nimefuatilia, umesikia vile watu walikuwa wanazungumza, umesikia vile walikuwa wananena, umesikia jinsi ambavyo juma ambazo zimekuja. But I want to welcome you kwenye show. Karibu sana Feel at Home, and sikwambia Feel at Home waanze kujipikia ugali, waanze kukula. Feel at home, just join our show. If you are the first one, if you are new here, don't fear anybody. Karibu sana. Link nikuweka kule, chaza hiyo link, chukua hiyo link, kliki kwa hiyo link, ikikuuliza maswali jibu, sema ndio, usikatae jibu lolote. Sema allow and utajipata kwenye show, tupige moja kwa moja hadi tamati. Sawa sawa. Wacha niombe tuanze show. Precious mighty God, we bless your name at this moment, and we praise your name, my Father. Thank you for the glory and the honor that you have given unto us. You are mighty. There's nobody like your Father. We thank you for the good care that you have cared for us, and the wisdom that you have given us, my God. We are going to start our program today. We pray that the Father, you start with us and bless every viewer of Kiss Hot TV. Start with us, my God, and finish with us. In the mighty name of Jesus, we pray and believe. Amen. What was amen? Say amen, 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 amen. Yes. Amen, amen, amen. Karibu sana. Wacha niwapatie linki sasa. Let me give you the link as we share one on one. Tuko hapa, hii ni dakika moja mipaki iweze kuanga mwendo wa saa ngapi? Wa saa 5 kamili. Afrika Mashariki,
Afrika Mashariki yo. La 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 la. Yeah. Hey. So and without any further ado, I correct to welcome you kwenye show kubwa, show zaidi ya show kubwa zaidi. Karibu sana. Nishaweka linki kule, chukua hiyo linki, chaza vile linki inakuambia jipate kwenye show, niambie kwa maoni yako ni yapi. Hawa watu wanaenda kusanitize leo katika Western Kenya. Je, wako na ushawishi watapata ungazi mkono kushinda wale wa kwanza mtetemeko? Ni wale watatetemesha katika maeneo Western Kenya. Licha ya kuona kwamba Atwoli kiongozwa na Oparanya na Raila Odinga wakiwa katika maeneo Western Kenya. Pia usisahau kwamba tunajadili pia kuhusiana na Martha Karua kuingia katika ile ule muungano wa kina Oka, kwa sababu tunaona wakiwa na kina Musyoka Watermelon vile wanasemanga. And then by the way, kuna baadhi ya wale wazee walizungumza kwamba Martha Karua anafaa sasa anakuwa amrithi achukue ushukani kutoka kwake Rais Uhuru Kenyatta, kwa sababu anastahafu kwamba Martha Karua kuna ushawishi mkubwa zaidi pale Mlima Kenya na atashikilia kule na ataweza kuwasili, atakuwa kama spokesperson wa watu kutoka Mount Kenya. Ani maoni yao. Sasa sijui kama je, wewe unaona kwamba Martha Karua anafaa kwa msemaji kutoka kule Mlima Kenya? Karibu sana kwenye show. Nishaweka linki kule na I hope kwamba tutaanza moja kwa moja. Tuingie kwenye link. Gideon Ombogo watching you live from Obwari. Gideon Obwari, thank you very much. Na nimeona kwamba Kevin Ounda anasema Kevin. No, this is Gideon Ombogo watching you live from Obwari. Kwa hiyo Obwari I hear that word. Obwari napatikananga wapi mtu wangu? Somebody here, Kevin Ounda, shout out DSTV team Kisii. The electricals Kisii opposite all Getembe hospital or call. Nyinyi mko hapa chini hapo na sisi hapa. Asante sana. Karibu sana Mwangi, na kuona leo naonita Mwangi. I see you. Dr. Oirene Kevin Oundo kuwa na adabu. Chukua hii advert kwa studio. Dr. anakuwa napata asante sana. Niruhusu nisome comment hizi tatu hivi nirudi kwako Maina Mwangi. Gideon Ombogo, hawa watu wa Azimio ni propaganda tu. Wanaogopa, hakuna mahali wanaenda na hawajui kwanza. Thank you. Kevin Babu watching you from Nairobi City, asante sana. Dr. Oirere live from Kanyonyo Kitui, asante sana. Nyagayo 045 niko ndani. Karibu sana mtu wangu. Okumu Benoa anasema kama ndani kama kawa. Karibu sana kwenye show. Naitwa ni Dr. Oirere Gideon Ombogo, Azimio all the way. Asante sana. Calvin Jura ndani. Karibu sana kwenye show. Okumu Benio anasema kama Okumu from Kikuyu iko vipi mtu wangu? Karibu sana kwenye show. Anaitwa Oyar Joseph Dohaka Tad, amazing watching Azimio mpaka mwisho. Asante sana. Douglas Mkwasa kama Douglas from Nyahururu, kesho papa ako hapa Kalao. Raundi ni Western Mount Kenya region. Ni kunoma, siasa ndio sasa imenoga, inataka kunoga. Sasa hivi sasa siasa nimeshika, naanza kushika. Ndio tangia mwezi wa pili sasa ndio mambo na siasa. 3, 4, 5, 6, 7, 8 siasa. 9 tumesahau normal business. Tunaanza fresh. We start counting fresh. So nishaweka linki kule. I hope kwamba watu watakuja kwenye show. Tuanze moja kwa moja. I don't know why moneko ni yapi kuhusiana na Azimio. Wameshaandaa mkutano mapema baada ya hawa mtetemeko ambao kuweza kuondoka kule katika Western Kenya, magharibi mwa Kenya. I don't know what is your take. I don't know what is your concern. I don't know what is your sijui sifahamu wewe maoni yako ni yapi. Sijui maoni yako ni yapi na uko na ujumbe upi kuhusiana na Azimio kuandaa mkutano kule tu baada ya Azimio, baada ya UDA, baada ya Kenya Kwanza kuondoka kule. Let me hear you and let me hear your voice. Let me hear your concern today live and direct. Nishaweka linki kule. Linki kwa hapo. Watu wajaje kwenye show,
tuweze kupiga moja kwa moja. Sijui kwamba wewe utasema kuhusiana, maoni yako ni yapi kuhusiana na huu mjadala wetu wa siku hii ya leo Kwa tuliona kwamba watu wa kwa Kenya kwanza walikuwa wamesema kwamba washateka anga, washachukua magharibi mwa Kenya kwa sababu washapata kueta, washanyakua hiyo sehemu hawapangwingwi, washachukua hiyo sehemu na ishakuwa ni yao. Licha kwa miaka mingi sana imekuwa ni ngome ya Raila Amolo Odinga, imekuwa ni ngome yake Raila Amolo Odinga. This year you are concerned, kama unatoka katika maeneo ya Western Kenya, njoo tafadhali, njoo hapa tuambie, njoo tuambie ufahamu, njoo tufafanue zaidi. Anaitwa Hesbon Kaunda, Azimio all the way, Azimio tosha, Azimio ndio kusema, anasema Azimio ndio kusema. By the way, kama unatoka Mount Kenya pia tuko uniambie, ama wewe kama unaona ushawishi kulingana na ufahamu wako, je, Martha Karua atachukua ushukani wake kuongoza katika Mount Kenya? Msemaji atakuwa ni spokesperson kutoka Mount Kenya, Dr. Oirera Philip. Dr. Unanipata? Ongeza sauti kidogo mtu wangu ndio nikupate vizuri. Jambo. Unanipata? Ongeza sauti kidogo mtu wangu ndio nikupate. Doctor? Yes. Can you add your volume tafadhali? Naomba tu niweze kukupata. Edwin Omboga afanye hivi. Fungua kamera, fungua na microphone ndio unaweza kukupata hapa Edwin, ndio kuongeza kwa stream. Yes, doctor. Yes. Karibu sana kwa show. I'm fine. Yes. Nakupata daktari, nakupata. What I was saying. Daktari, usiondoke tafadhali, shikilia hapo kidogo tu nishughulikie kitu hapo. Usiondoke hapo tafadhali. Daktari, shikilia hapo, Okay. Usiondoke. Let me do something here. Leo sina yani najaribu kufanya kitu hapa angalau niweze kupata hivyo. So daktari, nikienda kwa kwanza daktari hapa nikishughulikia sauti hapa niweze kumpata. Anasema Penin Nyagaka UDA Kisii and Kuria, anasema hivyo. Okumu Penio Thursday tukopusia, then Sato Pungoma Posta, hiyo ni ngome ya papa. Anasema papa tosha. Licha hata ya hawa wazee kuingia kwenye mtetemeko, anasema kwamba hawatafanya kitu, hawawezi wakafanya kitu, hawatafanya kitu hamna kitu wanafanya. So pia niona watu wanakejeli sana, William Ruto kwa sababu ya kukuwa na wale wanawake. Kuna picha ya wasichana ambao hivi tu wana dance hivi. Kuna mtu yani alikuwa kuna mtu kule. But let me hear your concern. GHH hakikisha kwa hivyo. Thank you. So let me hear from this man. Anaitwa daktari. Unanipata? Daktari? Pole sana, naenda kushughulikia mitambo. Nashughulikia sauti yangu tafadhali, pole sana.
It's okay. Samahani kwa sauti hiyo. Nilikuwa nashughulikia mitambo hapa kidogo, angalau nione kwamba inanipeleka vipi. Samahani, nashughulikia mitambo, lakini kama unaingia kwenye show, ingia tu uongeze sauti yako kidogo. Leo backup yangu iko chini kiasi na najaribu sana kushughulikia nione kwamba inaweza kueleweka vizuri. But nashukuru sana kwa kuingia kwenye show. Na I hope kwamba nakuja kwa njia iliyo safi, na hivi ndio tunatetema hapa moja kwa moja. Sijui maoni yako ni yapi kuhusiana na Mount Kenya region, ama kuhusiana na Western Kenya. Wacha nikaweza kukuletea kitu hapa kidogo tu, samahani, kidogo tu, ni sababu niweze kuhakikisha kwamba mitambo yangu inakuja kwa njia iliyo safi. Nione kwamba inanileta kwa njia iliyo safi hapa. Okay. All right. Okay. Hamada Bishop wangu ametokea kwa dirisha hili, na ndugu yangu mwingine ambaye ninamfuata anaitwa Malala, naye akatokea kwa rufu. Sasa mimi kama last born ningebaki wapi? Ikabidi nitoke niingie Azimio la Umoja. Kwa hivyo leo nataka kusema kwamba sisi ndio foot soldiers wa baba, sisi ndio foot soldiers wa Azimio, na tuko tayari kutafutia baba kura kule mashinani kona zote. Saa hizi msimu wa hii inaitwa transfer window karibu inakamilika, na tuko na sisi kama foot soldiers, ndani yetu kuna professionals na kuna pia amateurs. Ningependa wakubwa wetu katika Azimio waangalie, wajue ni professionals wagani ambao watadeliver the highest percentage ya kura kwa baba, si ndio? So kwa hivyo hiyo machache, sitaenda kwa wengi, najua wenzangu Thank you, my brother Naburino. I pray for you. You are the last born. Shoka lingekupata huko ungengojea kidogo. Ulifanya vizuri hata wewe kutoroka kuja. Kwa hivyo mnikubalie sasa kwa heshima kubwa niweze kuita ndugu yangu kutoka Budalangi, Mheshimiwa Sauti Wanjala. Okay, pole sana, nilikuwa nashughulikia mitambo, but I hope imekuwa sawa. Penin Nyagaka UDA gets smart and join the real man. Kisa and Kuria UDA tosha. Nasema hivyo. Dr. Oida network not friendly here, but I'm trying to get into a show live. One ambao network imekataa, watu niwapatie namba ya simu. You can call me WhatsApp direct. You can call me direct through WhatsApp as we talk one-on-one. Ruto is a real man. Ruto is a real man. We in Kigusi and the Kuria respect the real men and the women. So okay. In Monyake Penin Nyagaka. Sana sana. Sijui wa mwanako ni yapi kuhusiana na hadi nimesweat. Mwanako ni yapi kuhusiana na
Azimio kuandaa mkutano haraka kule maeneo ya Western Kenya ili kuweza kuhakikisha kwamba wana sanitize na ile mkutano ambao walikuwa wamefanya na mtetemeko ama na Kenya Kwanza wiki jana. Okay? And today walikuwa kule katika maeneo ya Mount Kenya, Western Kenya, samahani, wakaandaa mkutano pale Eugene Wamalwa alikuwa kule, Francis Atwoli yule mzee wa minyororo wanasemanga hivyo alikuwa kule, huyu mzee anaitwa ni Oparanya, governor wa Kakamega mwenyewe alikuwa kule, na hivi machuzi wako wamesha wataandaa mikutano mbalimbali kuhusiana hapo Ngoma, hatujafahamu. Okay, lakini isipokuwa na hiyo, je, wewe kama Mkenya au je, mbona watu wakaweza kurudi kule magharibi haraka na kuweza kuhakikisha kwamba wana sanitize ama kuweza kuhakikisha kwamba wanaenda kukejeli wale ambao walikuwa wameingia kule mara ya kwanza, na kuna baadhi ya viongozi ambao waliweza kujiunga, wengine walitoka katika chama cha ANC, wengine kutoka Ford Kenya, wengine kutoka kwingine, na wakajeza kujiunga na wao kule kwa sababu kwamba sisi tumejiunga na nyinyi kwa sababu tunaona mkono maono. Je, what is your concern about mbona watu wakaenda haraka kule Western Kenya? Waliogopa mtetemeko ndio maana wakarudi kule mapema? Mbona wakarudi kule mapema hivyo? Je, swali lingine ni hili. Martha Karua ambaye anatoka Kirinyaga County, imesemekana kwamba alikuwa na mkutano pamoja na wana Oka principals. Last time walikuwa kule anaitwa Machakos, but today they had a meeting pale Kirinyaga, ambapo kuna baadhi ya wazee ama baadhi ya wananchi kutoka Mount Kenya walisema kwamba Martha Karua anafaa kuwa msemaji wa watu wa Mlima Kenya kwa sababu Uhuru Muigai Kenyatta anaenda kustaafu. So ndio maana kusema kwamba mwenye kuna ushawishi mkubwa katika Mlima Kenya na kuna ungaji mkono kushinda watu wengine, samahani, ni Martha Karua. So let me here see you to the show. Nishaweka link, kama link imekataa, namba ya simu nimeweka kule. You can call direct to hear your concern. Tusikie maoni yako ni yapi, but leo neka link hapa. Sijui leo mtandao imekuwa fake. Imekuwa na utatanishi kidogo, lakini karibu sana tuweze kushare moja kwa moja na uweze kutupatia maoni yako ni yapi. Wewe unaona mbona hao wase waliogopa? Atwoli waliogopa kwamba kitaumana. Waliogopa kitaumana kaamua waende wa sanitize. Wakisha kwamba washikaji wao ama watu wao hawajatoroka kuelekea katika ile mtetemeko, hawajaingia katika kwenye chama cha UDA. Je, na hii ndio itadhihirisha kwamba je, ni ukweli huyu mzee Musalia Mudavadi anawaita wako na usemaji kutoka kule maeneo ya magharibi Kenya? Hapo ndio tutaona. Hapo sasa ikifika na tunaona kwamba je, atakuwa muungaji mkono kwa sababu ashafanya nini? Ashatoroka already kutoka kule mahali ambapo walikuwa mara ya kwanza ushikamano wake na Raila Amolo Odinga. Ashaona ushikamano mwingine. Lakini kuna baadhi ya wale ambao wamemkasifu na kusema kwamba angesimama kitete kama mwanaume, angesimama peke yake. Angesimama peke yake, hangeunga mkono katika chama kingine. Angesimama aseme ni mimi nilikuwa nataka kusimama peke yangu, sitaki kuingia mahali popote, sitaki kuingia Oka, sitaki kukua Azimio, sitaki kukua UDA. Wacha nisimame mimi peke yangu kama mwanaume. Wacha nisimame mimi peke yangu. Lakini kuna tetezi ambazo zimetokea kwamba walikuwa wamelipwa pesa ilikuwa ni milioni 300 ndio kwanza kuingia katika chama cha UDA. Je, hata kama walipwa kuingia katika chama cha UDA, maelewano ni yapi? Watapatiwa kitu? Unaibu wa rais utamlenga nani? Anyway, nimeka link hapo. Sizungumzi sana leo, sipigi domo sana leo, ila tunaomba mkuje tushirikiane moja kwa moja kwenye mjadala wetu wa siku hii ya leo. Hiyo link kama ifanye ijaribu tena jaribu kuingia na kupiga simu, itakuwa noma tena zaidi. Naona namba ya simu iko kwenye comment section. Namba ya simu iko kwenye comment, you can call me, you comment na itakuwa noma tena zaidi. Maoni yako ni muhimu sana, yatachenga kisiasa
tukuje tu hapa leo tunapiga siasa tu pole pole, hatuna haraka. Usiogope mtu yoyote, don't fear anybody. Uamuzi wako ni wako, maoni yako ni yako, hamna mtu mwingine tena. Maoni yako ni yako tu peke yako, maoni yako ni yako tu peke yako, sawa sawa. Sasa kwenye steering, mimi hapa kijana tu, kijana mpole, kijana mdogo tu, sura ya mama, sura ya Mwafrika mwenyewe, sura nyeusi tititi, mwenyewe ni kukurikuntu, sawa sawa. So mimi si kuna mtu anataka kuingia hapa, mimi si ni nani huyu? Usikie mwanako ni hapi. Okay. Nataka kuangalia tuone kwamba anataka kuingia hapa. Unaweza ingia upende maoni yako live on the direct ama kwenye comment section kule uweze kupeana maoni yako na tuweze kuona kwamba ni nani ndio kuwika. Hawa vijana, hawa viongozi wa Oka ama hawa vijana wa Azimio, kama si kuogopa, mbona wakaamua kufanya mkutano haraka kule katika kufanya mkutano kule maeneo ya magharibi mwa Kenya? Kama si kuogopa, mbona waliamua kufanya mkutano haraka hivyo? Wangeacha tu kutulie, ama wangeamua kufanya mkutano wao wakwe wa kwanza kabla ya hawa Kenya kwanza kuweza kujiunga kule. Na pia tena jana Speaker Muturi alisema kwamba hawa watu walimwipia slogan. Alisema kwamba hawa watu walimwipia slogan. Alisema walimwipia slogan. Kwa nini? Alisema mbona kiongozi ambaye William Ruto pamoja na Musalia Mudavadi na Waita walichukua slogan yake Kenya kwanza. Kwa maana alisema kwamba hiyo ndio alikuwa wa kwanza kuanzisha ama kuleta wa kwanza kuanzisha hiyo slogan Kenya kwanza. Kenya kwanza. Kenya kwanza. Alikuwa wa kwanza kuleta Kenya kwanza. Aliwasema kwamba wao ni wezi. Aliwaita wezi. Na kusema wao ni wezi. Akasema kwamba hawa watu ni wezi. Mbona wanachukua slogan yangu? Wananibia ile agenda ambayo nilikuwa nao, Kenya kwanza. Why? Hapo jana kio katika kaunti ya Nyamira kwao kina Penny Momanyi. Hapo jana ndiye alikuwa kule. But kulingana na wewe, maoni yako ni yapi? Hiyo link sio link leo mmekataa. Leo sio na watu wamekataa kuingia na link. Watu wamekataa kuingia na link. I don't know what is the problem. Leo watu wamegomea link pale. Watu wamegomea link lakini 9:30 ni noma zaidi. Kama unataka kuingia na link kakataa, tusanifahamisha kupitia kwa njia ya comment. Uniambie kwamba kukurikuntu kimeumana hapa. Ukimekataa, link imekataa, ndio nione kwamba tutaweza kusaidiana vipi na tuweze kuingia, tuweze kushiki zote ama wote kwenye mchada wetu wa siku hii ya leo. Nikiwa naangalia maneno mawili matatu hapa, mimi nategea, sijapiga domo tu bure, ile tunategea mtu aweze kuingia hapa na tuzidi kupiga show moja kwa moja. Pia usisahau kuhusiana na Mount Kenya ambao wasema kwamba Martha Karua akono ungaji mkono, akono yeye ndio anafaa kurizi kuchukua ushukani kutoka kwake samahani Uhuru Muigai Kenyatta. Je, wewe unaunga huo mkono? Unaunga hiyo maneno? Hapa nikitaka kuangalia hapa pia hawa vijana walikuwa katika maeneo ya Mlima Kenya. Kulikuwa na baadhi ya wamama ambao walisimama na wakazungumza maneno makali sana pale katika Western Kenya, Azimio la Umoja. Baadhi ya viongozi professionals ambao waliweza kuketi katika yale maeneo na kuweza kuhakikisha kwamba wanaleta moja kwa moja ama wanaweza kufahamisha ama kuhakikisha kwamba Azimio inazidi kutamba pale katika maeneo ya Western Kenya.
ambapo tunajua chusi tumeona kwamba pipi yake Francis Atwoli aliweza kujiunga pamoja na UDA, lakini baadaye Francis Atwoli sema kwamba huyo si pipi yake, hamtambui hamtambui wala hamjui. Ilikuwa tu maneno mazito, lakini yote 30 mpaka 90 ni kuhakikisha kwamba ni mambo na siasa tu. Ndio kwamba siasa, ukipiga siasa ni kitu ambao huweki kwenye roho, unamalizana nayo, kura zikisha unapaki tu kuwa normal. Sawa sawa. Hapa nimejaribu kuongoza watu wakuje kwenye show. Leo watu sijui muona. Leo mtende imekuwa vipi? Sijaona hapa linki nishaweka kule. Watu waliingia wakasijui ilisumbua wakatoka. But let me hope kwamba watu wataingia kwenye show tuweze kuzungumza. Kama umeingia kwenye show, angalia kwenye comment hapo. Ukiangalia kwenye comment kuna link nimeweka pale. Kuna link nimeweka hapo kwenye comment. Utachukua hiyo link, ukichukua hiyo link chaza vile nakwambia, ingia kwenye show tupatie maoni yako. Tuambie kwamba pale Western Kenya nini kilisababisha Azimio wakandaa mkutano haraka sana kuelekea kule maeneo ya magharibi mwa Kenya baada ya Kenya Kwanza kuondoka kule, kwa sababu Kenya Kwanza ndio walikuwa kule juzi tu, hata wiki haijaisha ndio wamekuwa kule. Inakuwa noma tena zaidi. Hope kwamba maoni yako yatakuwa muhimu sana. Ukiingia kwenye show, ingia tupie moja kwa moja na tuzidi kupiga nayo. Maoni yako yatanisaidia ama tusaidia Mkenya mwingine. Ndio hii hapo sasa tunaweka ndio tumeanika siasa. Hapa ndio tumeanika siasa moja kwa moja. Tunaanika na kuanua. Tunaanika tukimaliza tuanue story ishi au sio? Hapo unapata opportunity ya kuweza kushiriki moja kwa moja. Hapo unapata opportunity ya kuweza kufanya nini? Ya kuweza kuzungumza kuhusiana na maoni yako. Lakini sasa aweze nione kama kuna mtu anaingia kwenye show. By the way, ikiwanga maeneo saa 5:40 tu hivi. Kama hamna mtu wa kuweza kuingia kwenye show, haya pasi. Tutasema ni siku tupatane kesho. Tutakuwa na tena zaidi. Au sio? Right. Kuifanya tuone vile inatupeleka sawa. Okay. Kwa hivyo karibu sana hapa Azimio, hatupangwingwi, utakuwa sawa. Na pia tuko na ndugu yetu Profesa Laban Airo, alikuwa qualified kuwa vice chancellor wa Moi University. Sasa hivi vile walimuacha, hiyo university imefunga, watoto wetu wako nje. So in whose hands are we safe? In whose hands are we safe? Na pia kuna wetu Adrian Mteshi, shamba lake lilichukuliwa. Kwa hivyo mimi nataka kumwambia sisi Waluya hatupangwingi, my friend. Hatupangwingwi, na sisi tuko mbele, tunaenda mbele na Raila Amolo Odinga. Asanteni sana. Asante mama. Asante sana mama. Mama ameongea vizuri sana, ameongea jambo la muhimu sana. Kuna jamaa kwa hii nchi hatosheki na shamba, anataka shamba zote, na mimi nataka niwaambie huyo jamaa akikaribia hii kiti, Kenya yote inawekwa title moja na atatuuza sisi yote. Sisi panataka hiyo, hatutaki hiyo maneno. Kwa hivyo sasa, kwa heshima kubwa mnikubalie niweze kuita ndugu yangu ambaye sasa ni deputy kinara wa chama
chetu ambacho kinaongozwa na ndugu yangu waziri, my brother, ambaye ataongea sasa ndio deputy party leader wa DAP na ni mjumbe wa Lugari hapa Kakamega, Mheshimiwa Sabula. Karibu sana. Okay. Karibu sana. Nani ametoroka huyu? Edmond Mungare. Yes. Mambo. Wasa. Karibu sana. Say hi ndio tuingie kwa mjadala. Karibu sana, nafasi ni yako. Watu leo wameenda wapi? Ndio nimeshangaa leo, yani watu wamenitoka wameniachia hapa TV yani. Ande waraire. Abana na kwa wamelala sasa hivi saa ngapi? Saa 5 bana. Ndio sasa nimwage maji kwa kitanda. Ewa. Mbiane. Labda wewe ndio tuambie hali imekupeleka vipi? Dole dogoli atoire bia. Tabo aidha ndio lianze jinsi jera. Naomba tutumie Kiswahili kwa sababu ya ajili ya wengine. Karibu sana. So, maoni yako ni yapi kuhusiana na Azimio kuandaa mkutano mapema sana, mapema tu baada ya Wakenya kwanza kuondoka? Ameondoka huyu jamani. It's okay. Let's continue with this one. Ameondoka. Haya, wachana na muziki. Viongozi wenye wako huku na viongozi wenye wako huku, viongozi wa Azimio. Bwana asifiwe nyote. Bwana asifiwe tena. Mimi naitwa Ayub Sabula, incoming governor na mtoto wa pastor. Yale naenda kusema hapa, ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi nimekuwa mwandani wa Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Mimi nimekuwa deputy party leader wa chama cha ANC. Lakini yale nimeona kwa tabia za Musalia Mudavadi, Mwenyezi Mungu na mamangu akaniombea. Mimi nilikuja Buhungu hapa nikawaeleza hiyo upumbavu wa One Kenya Alliance nimetoka. Maombi ilikuwa ya kwenda mbele ama maombi ya kurudi nyuma? Raundi hii Musalia, you must go home. Tumeelewana? Mimi nikawaeleza Musalia huyu is living in a valley at night. That valley leaves him kwa Ruto nyumbani usiku. Hamukunielewa. Nikasema hiyo National Delegate Conference ile ya ANC mimi sitahudhuria kwa sababu I have evidence that Ruto has sponsored it and Ruto anaenda huko. A day before nikahama hiyo chama, nikaingia chama ya Eugene tatashirikiana na Oparanya tusukume Raila Amolo Odinga awe rais wa Jamhuri ya Kenya. Mimi nikiwa kijana, nikiwa nursery school, Manyonyi nursery school, Musalia Mudavadi akiwa 29 years. Musalia alikuwa Minister for Marketing and Supplies. Musalia ananishindia 23 years. Ruto alikuwa University of Nairobi. Saa hii Musalia amepangwa na Ruto. Mimi Musalia akiwa Finance Minister after 1992 general election. Ruto alikuwa activist wa YK 92. Activist. Akichomea Mheshimiwa Jirongo nyama. Saa hii Mheshimiwa Musalia Mudavadi ameenda kuosha vyombo Sugoi. Chua ni Musalia must go home. Tunakubaliana? Wangapi wanasema Musalia aende nyumbani? Hii si maneno ya mchezo.
And I want to tell you the truth. Mheshimiwa Atwoli yuko hapa. Kijana yako alifukuzwa Moi University, Professor Atwoli. Hakupewa hata budget. Na Ruto akiwa vice deputy president. Msali huyu ni mtu ya kufanya naye kazi. Mimi Eugene yuko hapa, my witness. Mimi nikakaa na Raila Amolo Odinga, nikakaa na Eugene hapa, nikasema huyu kijana yetu tusimwache nje ya serikali. Tukanegotiate na Raila in Karen. Raila akakubali tupatie Musalia awe vice deputy president. Mimi nikapewa assignment Eugene, nikaenda kwa Musalia Karen kwake. Nikamwambia mimi ni kijana mdogo lakini wacha nikuongeleshe. Akaniambia let me sleep over. Sleep over vitu gani? Kesho yake akaniita. Akaniambia Sabula, go slow. Are you talking to a kid? As go slow what? Kumbe walikuwa wamepanga Musalia anaenda tu kwa minister kwa Ruto. Raundi hii Musalia must go home. Tunaelewana? Mimi nimesema nikimalizia. Mmoja ameenda kuwa mama mboga, mwingine ameenda kuwa bodaboda huko kwa kambi ya Ruto. Bodaboda na mama mboga. Nikasema and I'm ready to swear an affidavit. Mulipewa shilingi milioni 300. Mulipewa shilingi milioni 300. Ukigaonyesha Waluya wote Mluya atakuwa anapata shilingi 4. Hiyo ni tabia za viongozi wa Waluya kweli? Musalia must go home. Musalia is a land economist from University of Nairobi. Ruto an appetite ya mashamba. Ukiweka 1 + 1 is equals to acres. Tunaelewana hiyo? Mheshimiwa Oparanya, Mheshimiwa Eugene, Mheshimiwa Atwoli, nyinyi ndio viongozi, mtuelekeze mbele. Mimi nitakuwa gavana kutoka North na Oparanya atakuwa minister kutoka South. Tumegawana hiyo kiti ya Kakamega, tumemalizana na Musalia aende home. Wangapi wanasema Musalia aende home mwisho? Na Mungu awabariki. Haya. Ala. Kumbe wa jamaa walipewa pesa. Na mimi sijawaje nipatia yangu. Hii ndugu yetu Musalia 300, umesikia? Kena mangana bandu befu. Bas, I want you to listen to me for just a few minutes. Nafikiri sasa tumemaliza wajumbe, tumebakisha mmoja tu ambaye ni kiongozi ya wajumbe, ambaye ni ndugu yangu Wangwe, whom I'll be calling to close up this chapter for MPs. But before I do that, he has requested me to read these apologies from those who could not make. I'll do it very fast. We have apologies from the incoming Senator of Kakamega County, Dr. Brian Lishenga. Brian Lishenga anasema yuko ndani na yuko na sisi. I want to also recognize the presence of Honorable Patrick Simiyu, MCA aspirant from Cherengani. Pia tuko na Honorable Nangulu, MP aspirant from Saboti. Tuko pia na Mama Jael Omnyangori, MCA aspirant Sheyomwad Kakamega. Tuko na Mama Ann Mukumira, MCA aspirant Isuha South. Tuko na Mama Christabel Ilolo, MCA aspirant Mahiakaro. Tuko na Emmanuel Wasua, MP aspirant Kwanza. Tuko na Jane Kaitano, women representative aspirant Trans Nzoia. Tuko na Florence Hatundi, women representative Trans Nzoia. Tuko na Jubilee County Chair Ali Manda and members wako na sisi hapa.
tuko na Riziki Odhiambo, Women Representative Busia, tuko na Ruben Chesori Chebai, MP aspirant Kwanza. Tuko na Apologies, MP aspirant Agri Namisi for Webuye East. Pia tuko na Apologies from Evans Murumba. Tuko na Raphael Mwanja, aspiring candidate East Bungoma Sangaro. Na pia tuko na aspirant Vihiga County Women Representative Mama Winnie Majan. So without much ado, allow me now to invite my brother who was in charge of this program and whom I was just helping for a few minutes to now close this chapter so that we can move to the heavy hitters. Asanteni kunisikiza na Mungu awabariki, Mungu apatie Raila Amolo Odinga maisha marefu ili sote tukutane after tarehe 9 August kuenda kumpatia the real steering for this country. Wangapi watakuwa huko? How many are going to work with us? With Raila Amolo Odinga. Omwana Odinga Oginga Rura Hunyanza no batenda nane baliye. Abakingo msalaba na baliye. Mimi niko tayari. I want you to tell everybody that Chris Omulele is ready. Are you ready? Karibu my brother wangu. Asante sana Mheshimiwa Omulele, tumpigie makofi tafadhali. Mheshimiwa ametusaidia na tunasema asante. Mimi naungana na wenzangu wote kwa yale mazuri ambayo wamesema. Na nataka niombe watu wa Kakamega. Mimi siwezi nikatembea mrengo ambao utatupeleka kwenye upinzani. 2017 ni mimi na wachache, Mheshimiwa Shinali, Mheshimiwa Malulu na yule asante. Na wenzangu wachache tulikuwa katika chama cha Jubilee. Mwenyezi Mungu akatubariki na tukapata injari moja, Mheshimiwa wa Matungu, Mheshimiwa Were. Lakini waine tulifaulu kuingia kwenye bunge. 2017 ndugu zangu, mimi nitawafanyia hesabu. Tulishinda Mheshimiwa Raila na kura 1800. Lakini watu wa NASA walikuwa wanasema 10 million strong. Na kwa hesabu yetu tukikaa ndani ya Jubilee hatukuwa tunaona 10 million strong. Na kweli tukawashinda na kura 1800, ingawaje mambo ikakuwa vile ilikuwa. Na sisi Waluya tunasema ukimuona kondoo anapiga reverse, chunga, ujue anakupigia hesabu. Mheshimiwa Raila Odinga akaweka reverse gear na akasukuma mkono yake ikamfikia ndugu yake Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Wale waliokuwa ndani nikiwemo ndani tukafikiria ni mchezo. Kumbe mwanaume ameingia ndani. Na wale waoga wakaruka nje na wakaanza kurusha mishale. Na tukarudi kwa usemi unaosema mheshimu kiongozi wako. Usimwangalie kiongozi wako kwa macho. Na hata Biblia inatuambia, na ni Yesu mwenyewe alituambia, mwanafunzi hawezi kuwa mwerevu kuliko mwalimu wake. Mheshimiwa Raila Odinga akachukua nafasi ya salamu na akajenga hekalu yake. 2022 tunapozungumza hivi sasa, hesabu ngumu kwa Mheshimiwa Raila ilikuwa kuachilia mpinzani wake apande mlima akitumia slippers.
na Mheshimiwa Raila akaenda na trakta akamwaga chini maji na akaweka trakta gear 6x6 ikaanza kupanda mlima. Yule wa slippers anateremka naye tinga inapanda mlima. Sasa tinga imefika katikati, wa slippers anateleza na anaanza kulia, mkubwa yake akisema wachana na tinga. Swali ni kwamba atashika nani kwa mkono, na alisema mdozi wake ni mkumbavu. Sasa zile kura 1800 zimeongezeka zaidi ya kura milioni 4 kwa kikapu ya Mheshimiwa Raila Odinga kule mlimani. Alright. Mlimani inatesa kutesa. Wacha nishughulikie kamera yangu, narudi. Na mimi naongea kama kiranja wa bunge. Wajumbe wa Kiambu wakiwa 12, 9 out of 12 wako na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Ukienda kule Kirinyaga wajumbe 5, 3 out of 5 wako na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Ukienda Nyeri wajumbe 6, 5 out of 6 wako na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Ukirudi Murang'a wajumbe 7, 5 out of 7 wako na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Sasa mtu akisema ako na wajumbe na kiongozi kule Central, mimi naangalia hesabu siioni. Kwa hivyo Mheshimiwa Raila saa hii akipigiwa hesabu kura, ako na more than 50% ya kura ya mlima. Ile 800,000 ambayo ilikuwa nusu ilimshinda kuweka pamoja, na ukumbuke Mheshimiwa Ruto walikuwa wameshikana na Mheshimiwa Uhuru. Ndiposa tukashinda tinga na kura 1800. Hesabu inaingia ama ingii? Sasa leo hii wakipiga kura, nani anachukua uongozi? Sinitinga. Sitinga amenyunyizia maji. Kwa hivyo tufuate hesabu hiyo, na sisi Waluya tusiogope. Sisi ndio tulimlea Mheshimiwa Raila Odinga, amefika mahali alipo. Naomba niseme kwa lugha ya mama, omunyalaolanga mbo esongo ya tigiralu mliango ni olile. Tusikue wepesi wa kuachilia Mheshimiwa Raila kama tumefika. Alright. Haya ni baadhi ya maoni ama baadhi ya viongozi ambao waliweza kuzungumza kutoka mlima Kenya. This round, I don't know, but ni swali langu ni hili. Hawa wanaazimio kama si kuogopa, mbona wakaandaa mapema, mbona wakajiandaa mapema kuweza kufika na kuweza kushiki moja kwa moja katika magharibi mwa Kenya? Kama si tishio, wangeacha tu kidogo waweze kuandaa mkutano wao katika maeneo ya magharibi. Chuzi wale watu wa Kenya kwanza wamekuwa kule, hawajachukua hata wiki moja, na pia washaandaa mkutano wao kule. Je, wanaenda kusanitize? Wanaenda kuhakikisha kwamba wale uungaji wao mkono hawajaenda kwingine? So hao ni baadhi ya mambo ambao tunazidi kuzungumza hapa ndani ya nyumba, ndani ya Kesho Hot TV. Nishaweka linki kule if you want to join my show today. Najua na pia leo January inaonyesha, don't fear anybody. January is at a corner. January is inaisha. Anaitwa ENM Lifestyles Melodies. Anasema kwamba Ruto the fifth. Anasema kwamba mtajua hamjui, mtatambua hamtambui. Ruto is the best man. Anasema hivyo. Yeye ndio the fifth. Yeye ndio the fifth president, the fifth president of the Republic of Kenya. And how it is, this is 2022. This is 2022. I don't know why moneko ni happy. Naweka hapo rinki kwa mara ya mwisho, ikiwa kwa mfano mwenye anaingia, we call it a day and we call it well done. 49 baada ya saa 5 Afrika Mashariki, tarehe 31 mwezi wa kwanza mwaka 2021, ikiwa ndio tumalizia kisha kumaliza mwaka moja kwa moja. Sijui sasa wewe unasema nini kuhusiana na hawa?
na kuna baadhi ya viongozi, by the way, leo siasa naona leo jana viongozi kutoka Nandi County, viongozi wa Nandi County ambao wako katika chama cha KANU waliweza kukuwa na press jana, waliuliza Gideon Moi, je, Gideon Moi, tafadhali tuambie kama umeenda kwa Raila ama uko kwa Ruto. Hatuna mwelekeo kwa sababu kwa sasa uko katikati. Au ni KANU members walikuwa wanauliza jana. Okay. Kama Raila alishindwa akiwa na NASA, leo hii atatoa kura wapi? Umesema kwamba amepata uungaji mkono kwake. Kuna statement hapa nataka usikie fighter, kuna statement hapa nataka usikize tu kidogo tu. Kuna statement ndio mzee. Huyu mzee. Sasa nataka usikize statement yake, hata kama umeingia hivyo, acha nikuwekee usikie ujumbe wa huyu jamaa anasema nini. Kuna huyu jamaa hapa anasema kitu hapa hivyo, ndio nikupatie nafasi. Nataka usikie vile anasema maneno yake. Kuingia hesabu. Mheshimiwa Raila Odinga akaweka reverse gear na akasukuma mkono yake ikamfikia ndugu yake Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Wale waliokuwa ndani nikiwemo ndani tukafikiria ni mchezo. Kumbe mwanaume ameingia ndani. Na wale waoga wakaruka nje na wakaanza kurusha mishale. Na tukarudi kwa usemi unaosema mheshimu kiongozi wako. Usimwangalie kiongozi wako kwa macho. Na hata Biblia inatuambia, na ni Yesu mwenyewe alituambia, mwanafunzi hawezi kuwa mwerevu kuliko mwalimu wake. Mheshimiwa Raila Odinga akachukua nafasi ya salamu na akajenga hekalu yake. 2022 tunapozungumza hivi sasa, hesabu ngumu kwa Mheshimiwa Raila ilikuwa kuachilia mpinzani wake apande mlima akitumia slippers. Na Mheshimiwa Raila akaenda na trakta akamwaga chini maji. Na akaweka trakta gear 6x6 ikaanza kupanda mlima. Yule wa slippers anateremka naye tinga inapanda mlima. Sasa tinga imefika katikati, wa slippers anateleza na anaanza kulia, mkubwa yake akisema wachana na tinga. Swali ni kwamba atashika nani kwa mkono, na alisema mdozi wake ni mpumbavu. Sasa zile kura 1800 zimeongezeka zaidi ya kura milioni 4 kwa kikapu ya Mheshimiwa Raila Odinga kule mlimani. Na mimi naongea kama kiranja wa bunge. Wajumbe wa Kiambu wakiwa 12, 9 out of 12 wako na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Okay. Nasikia sasa umesikia hapo fighter. Karibu sana fighter. Jambo. Sijambo. Habari ya jioni. Naendelea vizuri. Karibu sana, umepotea sana bana. Umepotelea wapi? Niko salama bwana, saa nyingine unajua maisha nao ni mzunguko. Naam. Unapata inakushunguza mpaka wakati haupatikana. Hata saa hii sijui nimejipata hapa ndani namna gani nikapata hiyo ya simu ikiendelea, nikasema wacha nisikize. Kumbe ni wewe. Kumbe nimekupata. Niko. Yeah. So, sasa nikukaribisha. Karibu sana. Asante, nashukuru. Sasa nimesikia huyu jamaa vile amesema. Unajua mimi bado msimamo wangu ni ule kwamba mbele iko sawa. Mbele iko sawa. Huyu jamaa ameongea kweli. Nimesikia ameongea mambo mengi hapo, akasema vile tinga iliwekwa reverse. Ukiona kondoo, nimemwatch mbeleni hapo kabla hata hujarudia. Nimewatch sana vile amesema, lakini ukweli ni moja ndugu yangu. Kenya wajinga waliisha.
Wale watu wenye wamebaki ni wale wenye wako na macho. Na hii mambo ya politics vile ameongea ni hesabu. Sasa hesabu ya rais tu, ile ya rais kabisa ile unaweza kupiga ama angeweza kutupigia hapo ama wewe unaweza kunipigia hapo ni kwamba Raila Amolo Odinga alishindwa kura akiwa na NASA as a block. Alishindwa kura akiwa ameshika coast yote. Alishindwa kura akiwa ameshika North East. Sasa hebu nikuulize swali rahisi. Leo hii hata ukiwa mjinga wa kiasi gani, hana coast, hata kama hako na coast, maybe atakuwa nayo 40% ya votes of coast. Maybe. Hii our principles wa NASA wote hana hata mmoja wale wenye walimpatia hizo kura. Hii kura yenye anasema ya huyu mzee amesema hapa kuhusu Central Province. Tumeenda kwa elections karibu 3 kama sio 4 katika hiyo mlima, hiyo Central Province. Mpaka juzi tulikuwa Kiambaa kwa president in fact is just behind this Kiambaa na Gatundu. It is in the same region, is in Kiambu County. Uhuru hakuweza kushinda hata hapo. Pamoja na hiyo pesa yote na hiyo ukweli ni usemu. Ile round ambayo Raila ataona na sasa kumweka uchumvi juu ya kidonda ni kwamba yeye amefanywa kuwa project ya serikali. Serikali ambayo watu wanalia wakisema ndio barabara zimejengwa, ndio viwanja vimejengwa, ndio shule zimejengwa, hiyo ni vizuri na sisi wote tunaona ni ukweli, lakini watu wanaendelea kuumia zaidi. Tumbo zao ziko bule, mifuko yao haina chochote. Mwananchi wa kawaida aoni hiyo flyover, hiyo barabara imejengwa kutoka Embakasi kwenda wapi. Mwananchi wa kawaida aoni hizi barabara, anataka kujua kwamba maisha yangu mimi kama mwananchi inakutana wapi na hii economy na hii mambo inaendelea kufanywa. So ukileta mtu ambao ni project ya serikali leo hii na vile ground mambo ni tofauti, maisha vile ilivyo. Huyu Raila na Azimio lake hili atatoa wapi kura? Sisi tutakuja kuhesabu. Unajua hatukuji kuhesabu sauti ya kusema juu mimi najua tukifunja bunge ikivunjwa, wacha hii watu wanasema sijui nini, na uangalie vizuri uone watu wakidefect kutoka Jubilee, wakidefect kutoka kwa chama zao kwingine wanaenda pande gani. Which party ambayo you can see it in a clear form that even in parliament the other day when they were in the national parliament, wakati walikuwa wanapigia hii mswada wa ya juice ya bills ya Parties Act. UDA chama moja tu peke yake inaitwa UDA na chama zote walishinda UDA na watu karibu 10 ama 20 pale parliament. Unaweza kujiuliza swali kinaopaa kwamba chama moja tu iko na hiyo msimamo na iko na hiyo support. Sasa nataka kuhakikishia kitu hii ni kwamba pale pesa ililia, inatumika pesa, lakini uliona ile nguvu ilikuwa pale. Namalizia nikisema hivi, hakuna mahali Raila anaenda kutoa kura, and if there is a huyo mwenye ana sauti ya punguze kidogo, kama kuna wakati Raila atahaibishwa ile ya aibu kabisa, ndio hii.
Kama kuna wakati atashindwa ile ya aibu kabisa, ndio hii. Uhuru aku campaign, mwenye alikampainia Uhuru ni Ruto, na hiyo ndio sababu Wakikuyu wote mahali wako, na hata watu wakiongea maneno wataongea tu, lakini wale wenye wapiga kura sio Uhuru. Uhuru wako na kura yake moja, na watu wale wajaji wenye wanatumbo zao pale mbele yake. Kwa saa hii wacha bunge ivunjwe, ndio utajua. Ndio leo nimesema hapo, mtajua amjui. Bunge ikishavunjwa hakuna mwenye atakuwa anaegemea upande huu. Kila mtu atakuwa ni kila mtu na mguu yake na tumbo yake. How do I survive? So what I'm saying is this. My final remarks is this. The time when Raila will be humiliated more than ever is this. Hakuna mahali atapata kura kwa sababu moja tu. Hajui kutunza wale watu ambao wamemfanyia kazi hapo mbeleni. Hajui hata kuwadanganya tu. Angalau akue kind to them. Unaona, unajua unaweza kosa kuwapatia, lakini uwapembeleze. Anashinda akidanganya hapa na makelele, watu wakisema akienda hapa, unajua ni pole ni kwana yo magerera, lakini nende ako iweri yogi ukaganga nejikura. When you are participating in any political any seat, na Raila say campaign, I've campaigned twice for my cousin. In 2007, I am telling you the reality. When you are campaigning, anywhere you go, utasema tumeshinda. Because kila mtu, wale watu watakimbia hapo ni wengi na watakuwa wanaimba tune kulingana na nawaambia. But the truth is, the ground is different. For the first time, Nyanza, South Nyanza, for the first time in history, Raila ako na watu ambao wanasimama openly and they are telling him that we are for UDA for the first time in history. And you know, in as much as Luos will vote for Raila, this time around they will not vote around 100% as they used to. As Kisses, I'm talking about Nyanza. As Kisses, Abagusi, we always vote maybe 50 Nyanza, 50 Asante Muinogaiga. So there is no way Raila can command the votes of Nyanza. As a matter of fact, kura ni hesabu. Nyanza province, where Raila comes from, we have only 6 counties. When I take you to numbers, Rift Valley province, where Ruto comes from, we have 14 counties. So, as a matter of fact, when they come, wakati Raila atatokea tu kutoka Nyanza province, atakuja na county 6. Kama atashinda zote, ile 25%, atakuja na county 6. Na anatakikana kuwa na 25 and above counties. Lakini Ruto akitokea mara moja, atakuja na 14 counties. So, atakuwa anatafuta county kama 11 Kenya yote, apite ile threshold, while Raila will be looking for 20 counties aweze kupita hiyo threshold. Hiyo ni mathematics kidogo tu. So, nimalizie wengine na wao waongee. Mimi kwa maoni yangu, this is the worst time for Raila. Angejua, angesema fulani tosha, asiaibike zaidi. Hiyo tu ndio ingemsaidia. Alright, asante sana. Nana pale Nashti anacheka pale. Dr. Irene nimekuwa karibu sana. Nashti. Yes. Mambo vipi? Mambo poa sana. Siku imeisha salama? Iko salama. Jana nimejaribu kutafuta, kumbe jana huwa ukuje online. Jana si kwa jana ni Sunday. Mapumziko kidogo. Karibu sana kwenye mchada na ndugu yangu. Asante. Sasa hivi
ama panelists wenye wao wanaongea kuhusu Mombasa, am I living in a different Mombasa from what they are talking about? Ama mimi niko Mombasa, lakini huyu ndugu yangu anajiita Melodies ni kama anaishi Mombasa yenye mimi si anaongelea Mombasa yenye sijui. Anaongea kuhusu Mombasa eti sijui Raila atapata 40%. Ni Mombasa gani? Ni hii yenye naishi? Anyway, hiyo atanijibu baadaye. Lakini wacha nimdokeze. By the way, Akaya akijua kaunti za Mombasa zenye hazikupigia Raila kura ni kaunti inaitwa Kwale na hizo sehemu za Mpeketoni. Juu unajua Mpeketoni mostly watu wenye wako huko ni jamii kutoka Central. Ndio maana hakupata kura huko, lakini hizi kaunti zingine angalia kama Kilifi. I can give you a very simple example. Kilifi county ambao ni Amason Kingi after kuingia tamu ya pili alidump ODM akaenda akaunda chama chake kinaitwa PA. Lakini vitu zimekuwa different huko chini mpaka akaamua mwenyewe kurudi akasema mzee, itabidi nikuunge mkono, lakini hapa chini utaniruhusu niweke watu wangu kama MCAs na hizo zingine. Lakini kwa upande wa president mimi nimekubali nitakupa. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya pressure yenye iko ground. Na Kwale ni kwa sababu kitu yenye iliharibu story na Kwale ni kuhusu nomination. Ndio maana unaona hata wakati by election imekuwa huyo mtu mwenye alikuwa anasapotiwa na UDA, huyo mwenye alikuwa independent ndio maana alishinda. Ni kwa sababu ya story na nomination. Yule jamaa alikuwa ni jamaa wa ODM. Lakini wakati alioshwa na kina Joe ndio akaamua kwenda independent, ndio hawa wakapata nguvu za kwenda kumsupport kidogo na hizo pesa, ndio maana alishinda. Lakini haikuwa eti ni story eti totally eti huko chini sijui ni Ruto. My friend, you will be in for a shock. Mombasa, wewe piga ua Mombasa na kuambia ni wacha hata kukua Azimio. Mombasa ni ODM. Hiyo I can bet, yani na kitu yoyote nitataka nitaweza bet nayo. Now nikisikia venye ameongea kuhusu Raila kutoshinda, and one begin to wonder, tuchukue example ya Western Mudavadi na Wetangula wameungana na Ruto, lakini kuna kitu strange ina happen kwa ground. Like 4 weeks ago when Savula decided to jump ship, yeye alisema alichukua time yake akaenda kwa ground akaongelesha wananchi, na hiyo kilipo by the way ilikuwa kwa net, sijui kama uliai kutana nayo. Anawauliza wananchi wenyewe kabisa, anawaambia nyinyi, hii mambo hawa watu wawili mnaona mimi niende wapi? Wananchi wakamwambia ingia Azimio. That's why aliamua kuungana na kukuja hata kwa ile mkutano ilikuwa Bukungu tu. Now mtu hawezi kuja kuniambia kwamba Ruto anaenda kushinda na wakati kingpins wa Western wamejiunga na yeye, ground imekataa. MPs wote sasa hivi venye tunaongea sasa hivi, unaona wakati Kenya Kwanza imeorganize mkutano huko, mbunge wa ANC alikuwa ni only 1 MP. Seriously. Na bado unangoja tu kudanganya watu na waambie eti sijui nini na nini. Seriously. Are we blind? He's talking of Nyanza. Mi mwenyewe tiango tevi mwana uminche no ni nche no muntu Nyanza. Lakini what you are saying, you are lying. Mimi nimeishi, mimi ni mtu wa Migori,
nimesoma Kisii, Sameta, nimesoma Kuria. I know those places very well. Kuria, wacha nikuambie story na Kuria. Kuria ndio kidogo iko na shida. Na ni kwa sababu gani? Kuria West na Kuria East, ukilinganisha Kuria West na East, East ni kubwa kwa sababu East West ndio kunatoka huyu mbunge anaitwa somebody who Matias, na huyu ako hapa karibu na mpaka wa Migori hapa. Wale wenye wanatoka huko juu kina Ntimaru huko juu, acha nikuambie, ile ni zone hapo. Ndio huyu CS nani mwenye anaitwa nani, huyu mwenye alikuwa nini hapa Mombasa, huyu Marwa. Hizo ndio area zake. Ile sehemu Marwa ameicapture yote iko Azimio. Nao wakati unakuja kuniambia sijui eti Nyanza anaenda sijui kupata sijui ngapi, my friend, piga hesabu yako vizuri. Wakati unaongea hapa, jua kuna watu wanaweza fanya analysis kukuliko. Ongea facts, tuongee facts. Hata hiyo yani you want to mean kwamba hata hiyo Rift Valley yenye unatuambia kwamba Ruto anaenda kupata 100%. Are you trying, wewe unajaribu kutudanganya nini? Mimi kitu yenye ingekataa na nikusikilize, kama Central ingekataa kabisa haitaki Raila, hapo ningekusikiliza. Remember, Ruto hajawahi simama upresident Kenya. Hii ni mara yake ya kwanza. Na mtu mwenye wanashindana na yeye ni mtu amekuwa kwa hiyo race, ako na nambasi zake. By the way, Raila ako na milioni 6 zake kibindoni. If you don't know, ako nazo. Na it's just a matter of time. Kalonzo anakuja nyumbani. Hiyo nayo tuachie hapo. Lakini Kalonzo anakuja nyumbani. Lakini ile siku mimi juzi niliongea hapa nikasema ile siku kitaeleweka ni ile siku watu watachagua running mates. Hiyo ndio siku kitaeleweka, na hiyo ndio siku utajua kwamba siasa si venye unafikiria. Mzee amemake inroads ndani ya Central ndio imekuwa ikimpatia headache all those years, ndio imekuwa against yeye. By the way, na ndio maana nilisema ukweli, Raila amemake inroads in Central, lakini bado. Na wacha nikwambie, the way Uhuru Kenyatta said that he is going to hit the road, ataenda kukampenia mzee, hiyo ndio utajua mbivu na mbichi ni gani. Hiyo ndio siku utajua. By the way, nimekusikia ukisema kwamba Ruto ndiye alikampenia Uhuru. Uhuru hakukampeni, my friend. Yani wewe, sijui mbona unafikiria vitu kama hizo. How can you say such a thing? Eti Uhuru hakufanya campaign. Na huyo Uhuru ndio aliuza huyu jamaa mwenye unasema, ndio alimuuza Central. Sasa hivi akisimama aenda awaambie venye alituambia kwamba very soon anaenda kusema chenye kilisababisha mpaka hawezi elewana na huyu jamaa. Hiyo ndio siku utajua hiyo vitu unaamini, hiyo ni pharisees. Yani hizo haziko, hizo hesabu zenye unapiga haziko, haziexist hii Kenya. Saa hii my friend, wazee tumeamua ni mzee anaingia, let us give him hizo miaka 5 tuone venye Kenya itabadilika. Kwa sababu all and all, wacha tuongee tu ukweli. Hata tukaacha kuongea hizo stories zenye tunaongea sijui nini na nini. Wacha tuweke facts chini. Tuchukue agenda za Ruto na tuchukue agenda. By the way, in fact mimi nakuomba ndugu yangu mwenyekiti, unda tujadili kuhusu agenda za hawa watu wawili. Tukiangalia agenda za mzee na tuangalie agenda za huyo jamaa. Weka siku moja watu tuongelee hizi agenda. Ni agenda gani zenye? Na mtu akikuja kutuambia bottom up, nataka anielezee. Mimi up to date sijai elewa hii kitu ya bottom up ni nini. Sijai elewa.
itakuwa implemented how? Kwa sababu for example Ruto is on record, and on that I can concur with my friend who say that Ruto ndiye alikampeni, maana Ruto he was the one who mwenye alikuwa hello, nakupata, tuendelee. yeah, Ruto ndiye alikuwa kwa record akipromise wa Kenya viwanja after 6 months, sijui maji, sijui nini, stima. And let me tell you, hakuna promise hata moja Ruto ame fulfill. Promise zote zenye alitupatia zote ni promise yenye imefulfilliwa ni ya stima. And I can give you reason ya promise ya stima kuwa fulfilled. Ni kwa sababu jamaa mwenyewe ako na kampuni yenye ina supply posts. Hizi posts mpya zenye unaona zikiwekwa ni kampuni ya Ruto. That's why ukiangalia kwa agenda zote zenye alipatiana, promises zote zenye alipatiana, hiyo tu ndio imekuwa fulfilled. Why? He is a beneficiary. Anajua chenye anapata from that. So my friend, wakati tunaongea, wacha tuweke ule ushabiki kando, tuangalie pia agenda za hawa watu. Tusiangalie miaka, tusiangalie anatoka wapi, tusiangalie sijui huyu sijui nini na nini, tuangalie agenda zenye zimewekwa mezani. Tuangalie track record ya mtu. Ruto wakati amekuwa kwa mamlaka, ni nini amefanyia Wakenya? Je, Raila wakati alikuwa kwa mamlaka, ni nini alifanyia Wakenya? I can say one or two things zenye naweza nisababisha mpaka sasa hivi naunga Raila mkono. Maana when alikuwa kwa government ya nusu mkate, they promised free education, free primary education. I myself, mimi ni beneficiary mwenye nil benefit from that. So I can give him a benefit of doubt kwamba hizi promise zenye ananipa hata kama hata fulfill zote, to some extent nimepata kwamba anaweza deliver. Now, jamaa mwenzao huyu Ruto ni nini amedeliver kwa Wakenya? Anatuletea saa hii bottom up. Hii bottom up, by the way, kuna kitu anasema kwamba atapatia wafanyabiashara wadogo loans zenye watakuwa walipi riba. Yeah, it's good and well, ni vizuri, lakini hebu turudi nyuma. Wakati wa handshake kulikuwa na BBI kulikuwa na kipengele kinasema wewe kama ni kijana unataka kuanzisha biashara, serikali itakupatia loan na ikupatie window ya 7 years ufanye biashara bila riba. Now, kwa handshake hii kitu ilikuwa inaenda kukua anchored into constitution. Kwa hivyo ni kitu yenye ingeapia kwa constitution, ingekulinda. Hii ahadi ilikuwa inaonekana ndani ya katiba. Lakini Ruto anapokuja na hii kitu ya kunipromise mimi kunipatia loan, ananipromise kwa mdomo. Yeye mwenyewe ako on record anasema hawezi badilisha katiba. Kwa hivyo ni promise tu ananipatia. I don't know whether he's going to deliver it or to fulfill it. Ama anaenda kunifanyia venye alinipromise viwanja mpaka sasa hivi hajanijengea. Now how can I trust such a person? Surely. So ndugu zangu, wacha tuongee ukweli, tupatiane facts. Mtu akisimama tuulizane zile maswali ngumu, tuache ushabi. Niulize ile swali ngumu yenye niulize, huyu mzee wewe umempenda kwa sababu gani? Na mimi nikuulize, huyu unamvutia kwa sababu gani? If anyone has a question anaweza niuliza, ama kama hakuna question napatiana nafasi kwa mtu mwingine. Alright. Watri swali Dr. Irere gano cha network namleta mbio faita okay. Si kama faita na niruhusu ndio nipe. Okay, sawa. It's okay. Naweza kumuuliza swali mzee huyu jamaa. Ndugu yangu, agenda ya Azimio leo hii unaongea tu, hii unasema tusungumuzie ni gani? Agenda yake
agenda ya Azimio. Gani ile ametoa kwamba mimi agenda yangu nataka kufanya hivi, ni hii nataka kufanya. Mimi hata mpaka leo hii ile kitu naweza kukuambia nimesikia atapatia watu shilingi 6,000 wala hawajiwezi. Sijui kitu, hakuna kitu kingine nasikia ikiongelewa mahali popote kwamba kuna kitu anataka kuleta. Okay, uniambie agenda yake ni gani? Okay. Ya pili, Sasa hivi kabla hujajibu. Yes. Umeuliza track record. Yes. You have clearly said, even though you are speaking from you have double you are speaking from both sides of your mouth. Ulisema nimesema Ruto ndiye alikambania Uhuru, baadaye ukakataa, baadaye ukasema unaweza kukubaliana na yeye, lakini wacha hiyo kando kwanza. Nani alileta double intake in Kenya, and when was it initiated? Just to remind you the track record, what Ruto has done that has really saved Kenyans, including you. People used to stay for 2 years outside waiting to join university. Don't you think that was something that can be remembered in the country? But just answer me as in the Azimio, agenda yao ni gani? Wacha tu nisikuwekee maswali mingi, niambie tu agenda yao ni gani, ile unaweza kutuambia ama unaweza kuniambia mimi. Asante. Hasa ndugu yangu, katika agenda za Azimio, unajua Azimio iliundwa ni muungano ambao, if you can remember, baba alikuwa anatembea kila county inampatia views ama ile kitu yenye wangependa county yenyewe ifanyiwe. Zile vitu zinaenda kupailiwa pamoja. Now from there is going to anaenda kukuja na manifesto yake kutoka kwa zile 47 counties venye wamekuwa wakitembea na okay. Apart from that, sasa hivi, so thank you for that matter. Up to now, up to now, I want to cut you short before you go to the other chapter. Up to now, he has no agenda. He is waiting to come. No. There's no agenda that is no. No. Let me finish. That's what I'm saying. Sasa listen my friend. Kuwa mzuri wa kusikiliza, usikuwa mzuri wa kuargue. Okay, sasa hivi wakati alikuwa hata Kasarani, unajua letters, ndio maana nimekuambia wakati umesema kwamba Ruto alisaidia ule muda wa mtu kukaa nje bila kujoin university. I concur with that. Ukweli usemwe. Wakati mtu amefanya kitu kizuri tuseme. Na wewe hauwezi kuniambia kwamba uko hapa Kenya na wewe venye nakuona si mtu mwenye uelewi maneno. Uliangalia mkutano wenye ilikuwa Kasarani? Uliangalia. Now from there we have 10 agendas zenye mzee alikusomea. If I may mention a few of them, kuna baba care, kuna hiyo ya 6,000 yenye umesema, although I don't know kama unajua inamaanisha nini hiyo 6,000. Anasema ataangalia wale wa mama ambao wamezalishwa, mzee labda akakufa ama ni mtu alidanganya kwamba nitakuoa, hakumuoa, na huyo mama ana go through a lot kama baba na mama. Amesema hiyo anaenda kuangalia. Cha pili amesema elimu, yani itakuwa ni haki kwa kila Mkenya, awe ni tajiri awe ni masikini. Now hizi ni agenda ambazo ziko kwa zile agenda zake 10. And I can give you time, go and do research. Usikuwe ni mtu tu wa kushangilia, wa kushabikia kitu moja, hautaki kuangalia timu nyingine pia uitembelee ujue ni nini. Hata kwa vita my friend, hata kwa vita lazima kukuwe na spies. Ukisema elimu ni haki ya kila mmoja, my brother, utaongea tu sahi dakika moja please. It is quite unfortunate that you are telling us what you have been told for a long time. In fact, education, that's the problem. That's the problem. That's ya kila Mkenya. And we have been told
and we have the right to claim it, but no one being told that kila mmoja, that's not an agenda. But anyway, let me stop. You have answered me. My friend. Unajua, Mr. Dennis. remember, Yes. we have a new... Nao ameongea, mimi sijaongea. Utaongea ndugu yangu, utaongea. Remember, we have a new constitution ambayo inatoa guidelines za Mkenya, lakini we need to have someone who has a goodwill. Remember, katiba inaweza kuwa, mnaweza kuwa kila kitu. Kuna mtu anaweza kuja akasema hata katiba inaweza amua iseme free education, lakini kama huyu mwenye ako kwa serikali, hao wenye wanaongoza hii serikali hawana ile goodwill, hizi vitu hautapata. That's what we mean. Okay. Nitaongea kuhusu jamaa later. For now, let us stop. Yes, okay. Mimi come to daktari kwanza ndio tutarudi. Unajua daktari na mwenye hivi anataka kuongea hapa. Daktari. Daktari Philip Oirere. Yes. Karibu sana, nafasi ni yako. Daktari. Unmute. Daktari simpati kabisa. Unmute your microphone. Microphone amefungua microphone by Tena amefunga bana, tena amefunga. Mnamwambia unmute, tena amefunga. My friend. Fungua hiyo microphone daktari. All right. Wacha niende kwa Monyo. Omonyo. Okay. Yes. My brother, and we are my brother lifestyle. It's my brother. Yes. It's my brother come from yes. Tunatoka side moja lakini side ndio shida. Mimi niko UDA, mimi niko ODM, yeye ako UDA. Ni rafiki yangu na ni ndugu yangu. Hatuajani, tuko side moja tu. Lakini nataka nimwambie hivi, unajua kama Mr. Lifestyle ama Nasty ama Mr. Dennis, unajua kuna kile tweet tunaita kama mtu ameamua atakuwa mlengo pale, kama huyo Vincent ameamua akuzumio. Hata niambie vipi, no changes inaweza fanya. Huko juu ni sawa, lakini hapa chini nita change. Unaona? Jambo la kwanza ndio hili. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga amefanya kazi mingi hapa Kenya. Kwa wale ambao wanajua, kazi yenye amefanya ni hii. Hana ubaguzi, akatupatia barabara huko Thika, hapo si kwetu, ni Central Region. Sasa akatupatia reli. Hii barabara inatoka Mawawa inaenda Sondu kienda kwao. Huyo ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Kuna barabara inatoka kwetu, hata wewe unajua yeye ndiye alikuwa hapo, ikapita kwenu, ikakuja kwetu, ikaenda Miruka, shap ikaenda hapo. Niseme hii, Mheshimiwa Dr. William Samoei Ruto 2013 akatuahidi kama vijana tutapata job 5,000 kwa mwaka. Tumeongoza 1 million. Ilikuwa 1 million. Tumeongoza mpaka hadi wengine wako hapa. Si atu watu hawajasoma. Kuna wale wamesoma, kuna wengine hawajasoma, lakini wale wamesoma mbona usiwapatie nafasi? Wakati unachukua mtu kutoka Rift Valley mwenye ako 42 years unampeleka KDF, huyu mwenye ako 25 utaki kumpatia opportunity afanye kazi. Unaona? That is tunaita ukabila kidogo.
Kama unakumbuka ule jamaa alichukuliwa akiwa na 42, mwingine akiwa 35, mwingine akiwa 37, mwingine akaenda JSU. Na Dr. William ni William tu. Kitu yenye naweza sema ni hii, ndugu yangu Lifestyle Melody, najua uko na msimamo wako, ndio. Huyu Vince ako na msimamo wake, ndio. Lakini kitu ya kwanza uangalie, najua kuna swali umeuliza hiyo ndugu yangu, agenda ya Azimio ni gani? Agenda ya Azimio ni hii, uchumi wa Kenya imeenda chini. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga anataka kurekebisha kitu inaitwa uchumi. Uchumi tumeumizwa ndugu yangu. Na Mheshimiwa Dr. William Samoei alituahidi akasema mahasara na masafara watatoka, unga itoke juu 150. Mimi ni mtu wa sembe, ndio, sikatai. Mimi huwezi nikapatia mjere nikule nilale, ama unipatie isabati nikule nilale. Mimi nafinyanga ugali. Sasa ugali iko 150. Kama unataka kujua last year na 2020 unga ya ngano ilikuwa chini kuliko unga ya kupika. Kama ulifanya analysis, huyu mheshimiwa akatuambia itakuja 65 2 kg. Tukasema kweli tutaendelea na yeye. Hiyo ni idea ya kwanza. Alafu akasema mpaka Uhuru mwenyewe akashindwa, huyu jamaa anaongea nini? Wakiwa kwa state, ati Kino Stadium imetengenezwa, chini wapi imetengenezwa, Meru Stadium nani? Kama ameshindwa kufanya hii miaka 10 akiwa kama deputy president, sasa umpatie upresident wenyewe akalie ndani, atakuja kusaidia Kenya na nini? Huo mtu kifyangu nastaki uingie Azimio kweli main mahali huko, nastaki nikugeuze, lakini ukipenda sawa, lakini ukipenda kaa pale. Kitu nakwambia ndugu yangu, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, hata ukisikia hana skando yoyote ile, kumbuka ule mwanaume mwenye William Ruto alikula shamba na huko kwao wenyewe, akakuja kwetu Zuneka wakati alikuwa kampeni zake, akapeana pesa tena anachukua, wakipita kwetu Ragoge Ntanda, kama unakumbuka. Wakaenda wapi? Kisii. Mr. Melody, mimi waja nitulie hapo kwa papa, as long as Mheshimiwa Raila Amolo Odinga akiwa kwa depo, hakuna single day huyo Vincent Kitutu Jate not naweza pigia mtu mwingine. Kama unaweza sema asio mogusi hii, we don't have a chama, hatuna chama yo mogusi, hatuna, tunakimbilia chama za wenyewe. Unaona? Asio mogusi. Kuna wakisio hapo like Mr. Honorable Mheshimiwa Richard Manyonga. I like that guy. Huyo Mheshimiwa Raila Mheshimiwa Richard Manyonga, wakati tulikuwa kabla hatujakagwa, alifanya maendeleo. Kama mtu huyo na appreciate. Huyo jamaa alifanya maendeleo, hata kama alienda miaka 5 tukakagwa. Ndio mahali nilisoma, akaleta polytechnic. Polytechnic ikikuja nikajenga nyumba. Hizi nyumba venye nilijenga, watu wana rent house hapo, kwa sababu tunataka maendeleo. Mheshimiwa William Ruto hata saidia Kenya, ni kuumiza Kenya, na tutazidi kulia venye sahi tutalia, na Mungu awabariki. Lakini tupendane kama watoto wamoja, mahali tunatoka ni mahali moja. Ujinijukie madivizi ya kumlengo pale, na hapana, mimi ni ndugu yako. Kuna mahali utanisaidia, kuna vile wewe utanisaidia, na kinisaidia, nafurahia na tuko pamoja. Lakini mahali hatuko pamoja ni kwa siasa tu, lakini hapa chini tutasaidiana. Utanipatia chai na mimi nikupatie soda, na tuendelee kusukuma gurudumu la Kenya. Tuambiane ukweli, hii Mheshimiwa Raila Amolo Odinga atakuwa the 50th president of Kenya. Hivyo tu, na Mungu awabariki, na niko hapa. Alright. Usiondoke, utauliza maswali. Let me hear from daktari.
Daktari Oirera Philip, unanipata? Dr. Philip Oirere. Hello? Zungumza pro. Yes. Karibu sana. Karibu sana, nafasi ni yako. I think huyu jamaa kuna issues na net. Ona, acha nifanye hivi. Njoo nipigie hapa. Ama atumie audio. Ameenda. Nani ako na swali ya kuuliza Omonyo hivi? Ngowate li swali hao. Yes, fighter. Digamo bolio mwako yo kunga Vincent mbuyole na okwane nainde. Mbuya mwane ndugu yane mbuyande no ntulieta ke pipeline nenda no ebintu binya kutusukume lakini Kenya ni ya motori. Iko ni Kenya moja, ni Kenya kwanza. Kenya kwanza. Yes. Kwanza wameiba slogan ya speaker nyinyi. You're supposed to be in jail. Why? Si yo slogan ya speaker. Mmemuibia. Mturi anasema Mturi anasema hata you will face the law, my friend. It's okay. Motuli bado. Motuli sio mtu ayuko sawa. Kama ulikuwa unajua mtu anaitwa Kenneth Marende alikuwa equal. Lakini Motuli Mturi kitu ana complain ni hawa jamaa wameiba slogan yake ya Kenya kwanza wanaitumia kwa muungano wao. Kuna nini na iko na country kidogo kama hiyo stini ya yake na sti. Yes, na sti. Unajua slogan nilikuwa nasema kitu yenye speaker analia, yeye ndiye alikuja na hiyo slogan ya Kenya kwanza. Hawa wakaidakia juu kwa juu, sasa ndio wanatumia. Ndio alikuwa na complain wa jamaa wamenibia slogan yangu. Unajua slogan ya Kenya kwanza ora ya UDA na ANC, hii coalition mpya yenye tuko nao sasa, slogan yetu ni kali sana kiasi kwamba hata sisi wenyewe bado tunaisoma. So hawezi sema tukisema Kenya kwanza, sisi hatujamalizia hapo. Tuko na mambo mengi tunakumbuka. Lakini hilo kwanza kumbuka pia mwenye chama leo ameongea, amesema amuko kwa muungano, nyinyi ni marafiki tu. So I don't know which muungano you are talking about. Wewe usijali. Nani mwenye chama? Chama gani? Si UDA. Ile kitu mwenye chama ni huyu jamaa wa Ukambani huyu. Nani? Mdama amesema. Ndio nataka niambie ndugu yangu, acha mimi please ni allow tu kidogo Mr. Dennis. Nataka ndio niambie Melody hivi. Ni brother yangu kabisa tunatoka sehemu moja and I like him. Nampenda akae venye mahali anataka, mahali utakuwa comfortable. It's okay. Kitu yenye nataka kukuambia ni hii. Kumbuka 2007 Mheshimiwa Kalonzo Musyoka wakati ilikuja ndio akaleta Mheshimiwa Raila Amolo Odinga akaleta chungwa full. Walikuwa Mombasa. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka aliponyoka na certificate akaachwa kwa mataa. Akashindwa ataenda wapi. Ndio alikuja kuangalia mzee anaitwa the late Joy Nyaga. Alafu na mwingine anaitwa Getofu Manyara. Ndio walikuja kumsaidia hii ODM, akakuja Urubaki. Akasema nimekuja na chungwa full. Ndio maana nakwambia hii ndugu yangu, msipochunga Johnson Mtama hatakimbia na certificate. Kumbuka Ruto ana hiyo certificate. Chama ni chake. Wacha nikwambie. Nyinyi sio watu wa UDA, wacha niwaambie kitu moja. Si nyinyi ni watu wa Azimio, mniambie mambo ya Azimio, msiniambie mambo ya UDA. Wacha nikwambie mambo ya UDA. Sisi kwa UDA
Sisi watu wa UDA, Yes. Chama yetu ni moja. Please. Kanio nini? Mute please. Juu mic yako ni shida please. Chama yetu ni moja. Chama yetu ni moja. Chama yetu ni Ruto. Wacha niwaambie kwanza ile mnafaa kujua. Akipiga kona nataka nikutoa hapo Mr. Melody. Sawa? Nataka nikutoa hapa. Sawa? Nataka nitoe kama unataka kujua mwenye chama ni nani. Hivyo tu. Ni chip. Wewe ngoja kidogo. Nimekuchibu chama yetu ni Ruto. Sasa hiyo yenye unasema mwenye chama sijui ni Mutama ama ni nani? Wacha nikwambie. Ruto kama una chama, we mwenyewe ndio unaenda kusimama president. Unategemea Vincent ndiye akupatie certificate yako. Ndio chairman wa hiyo chama. Hakuna chenye unajua. Akifika mwezi wa 8, okay, my brother, just a bit. Ikifika mwezi wa 8, huyu jamaa anaitwa Johnson Mutama. Aseme mimi inaenda Azimio. Huyu mtu anaitwa Dr. William Ruto. Ataenda wapi? Atafungua chama saa ngapi ndio aende kupigiwa debe? Unajua leader wa UDA ni nani? Leader. You know, to be a chairman of a party, right? Leo hii. Unajua ni nani mwenye kuna chairman mwingine wa ODM. Kwa chairman party wa chama hiyo si eti wewe ndio mwenye chama. Lakini mwenye alianzisha chama ni mtu anaitwa Johnson Mutama, ndiye alianzisha chama akiwa Ngong. Wacha nikwambie. Nyinyi mnarukia tu mambo ambayo sio yenu. Yenu ni ya Azimio. Wacheni kurukaruka mambo ya UDA nyamchui. So haujui hiyo chama kitambo ikuje kuwa UDA mahali iko saa hii imepita wapi, imekuwa refined kiasi gani? Nyinyi mnaona tu juu mnasema nataka nikuambie ya Ruto yenye ilikuwa Nas ni ile inaitwa sijui ni gani ilikuja Jubilee wote. Hiyo ndio ilikuwa ya Ruto wakaifunga. Wacha kutuambia UDA tuliona venye ilikuja. Wewe ngoja nikwambie ile kitu nafaa kujua ni kwamba ngoja forget about UDA ni ya Johnson Mutama. Simba anataka. Ile kitu nafaa ujue ni kwamba wewe zingatia Azimio lako, chini ya Azimio la matapeli, kama ni Azimio la wakora, kama ni Azimio la mjini. Wewe zingatia hiyo Azimio. Ndugu yangu bwana, Azimio la mimi nataka nikuambie hivi. Nataka uniambie ile mkutano ilikuwa weekend hii tulikuwa na mikutano 2 kule kwa Uhuru Kenyatta. Huko Central. Murang'a na huko nini Kirinyaga. Yes. Nataka uniambie watu walienda wapi? Mbona hawakuwa katika hiyo sababu ndio nataka nikwambie hivi. Ndugu yangu nataka nikwambie hivi. Wakati mheshimiwa Uhuru Kenyatta alikuwa Kisii wakati 2017 alisema hivi, kura si watu. Kura ni hesabu tu. Ukisa hesabu pale ndio kura. Lakini ukiona watu, kuna mtu leo anataka kuona Vincent, hajawahi ona Vincent, hajawahi ona Dennis, hajawahi ona Melody. That is it. Lakini usiwahi angalia mkutano. Hiyo ndio argument ile watu wa Azimio mko nayo. Mnafikiria hiyo argument there is a place it's taking you. Ikifika mwisho pale mkionga mwamba kwa sababu hakuna watu, mnasema mmeibiwa. Mimi nimewapatia hesabu mzuri. Ngojea tarehe 9 mwezi wa 8. Wacha kupiga makelele hapa. Na hiyo wakati tutajua mbili na mbili. Wacha amalize kuongea tumuulize maswali. Swali yenye nilikuwa nataka nikuulize ni moja. Uniambie agenda ile ambayo Azimio lenu hili linapatia up to now imepatia watu. Na tena ulisema sio kama ni wewe ama ni huyu mwenzangu alisema PBI ilikuwa inaleta mambo mengine mazuri ndani. We cannot agree to amend our constitution. Wait a minute. Unconstitutional.
Sisi watu wa UDA tulisema kama mnataka ku amend constitution, let us do it the correct way, and we are not the ones who determined whether it should go on or not. It's the law court which have that it should go on. Mr. Let Mero, me say this. asante. Let me say Ngoja this, Mr. ngoja kidogo. Nas. Mr. Melody, unajua nimekuambia wakati tunaongea tuongee vitu facts, tusiongee ile mradi tunaongea. Wakati unaongea kwamba mikutano miwili yenye ilikuwa Central eti mbona watu hawakuwa, mimi naona Murang'a, baba alikuwa Murang'a. Murang'a County iko na wabunge 5, wabunge 4 walikuwa kwa mkutano wa Azimio. Now hivi wewe hii analysis yako unaifanya aje? Surely unahesabu wabunge. Listen, let me talk. Unataka uhesabu nini? Lazima uhesabu wabunge. Ndio unahesabu. Wabunge 4 wa Murang'a, out of 5, 4 walikuwa kwa Azimio na uwanja ulijaa. Sasa mimi sijui hiyo thermometer yenye unapima watu ni gani, lakini wacha ni kuacha kwanza na hapo. Alafu nimesikia ukisema kwamba mtu anauliza ni agenda. Ngoja, no. Agenda tumempa, ni yeye tu hataki kusikia. Unajua kama mtu hataki kufuatilia kitu usimlazimishie. Nimempatia 4. Nimemwambia baba ametoa 10 agendas, kama ako willing aenda apitie, ziko kwa net, anaweza Google aangalie ziko. Ni yeye tu hataki. Nimesikia akiongea kitu moja. Nimesikia akiongea kitu moja kuhusu constitution. Remember, these guys wako kwa record hawajaiunga katiba mkono. Sasa wewe hii katiba yenye unatuambia unalinda kitu yenye mlipinga. Ni nini? My friend, ni nini? Listen. Ngoja kidogo, dakika moja. Leo hii nataka nimkumbushe tu kitu moja. Leo hii Raila akishinda kura kwa president. Leo hii mwezi wa 8 Raila akishinda kura kwa president. He will wait a minute. He will be your president the same time he will be my president. I have no choice. Exactly. So as soon as the Constitution of Kenya 2010 was promulgated and it was the majority won the votes, it became our constitution, my brother. Exactly. So don't say Atwoli kuunga, whether we tuliunga ama hatukuunga, it became our constitution. We have the right to defend. Pale shida inatokea. Bro, pale shida inatokea. Please. Okay. Pale shida inatokea ni wakati katiba ilipitishwa na viongozi waliopitisha katiba walisema hii katiba si nzuri yote. Tuko na like 90% ni nzuri, 80% ni nzuri, the remaining 20 tutakuwa tuna amend as we go after 10 years. So have you implemented fully the 80%? No, relax. Si yote my friend, isikiliza kwanza chenye mtu anaongea. Ndio nimekuambia wakati ilipitishwa ilionekana kwamba 20% itakuwa inarekebishwa polepole as we go by. And that's what exactly yenye inaanza na BBI. In fact, to implement the whole 20% at once. Yeah. Nas, nataka niambie Melody hivi, na akikaa akijua BBI itakuwa upende usipende na hiko. Yes, hiko haiwezi anguka. Let us wait. Hivi karibuni, next week itatangazwa. Let us wait. Na ujue Mheshimiwa William Ruto atumkatai. Remember 207. Sitaki kurudia hapo, lakini remember 207. Kwetu watu waliletwa walikuwa hawana kichwa. Metembe, Kiobonyo, Waro. Don't take us back to those memories, please.
We are here. Lazima nikwambie ndugu yangu. No. I will not allow you to go that Mr. way Chairman. because Okay, sawa. Mr. Chairman, wait a minute. Mr. Chairman, you need to cool this down. You know what happened in Naivasha? Do you know what Watu happened in warudi kwa Naivasha? mada. So let us not go to Naona the memories. doctor amengoja hapa sana. Let him speak please. Doctor has been taking a lot of time. Sawa Melody, nimekuelewa. Sawa Melody. Sawa Melody. Kwa mada. Yes, okay. Tuendelee. Oi, daktari. Unatupata? Inakaa tafanya hivi daktari. Ana pale kwa comment nimeandika namba yangu ya simu. Kwa comment nimeandika namba yangu ya simu, nipigie WhatsApp. Call me WhatsApp tupatie maoni yako. Hapa naona imekataa, but call me WhatsApp direct. Call me direct on WhatsApp. You give us your concern. Hapa naona imekataa. Asante sana. Now Mr. Chairman. As tunangoja dokta akipiga simu kutoka hiyo pande nyingine, mimi ningependa kurequest ndugu yangu Mr. Melodies anisaidie. I want you to help me understand this thing called bottom up. What is it all about? It's very simple. Even now, the Constitution 2010 gave us the bottom-up approach. All that we are doing, all that we want to do, is to make it more better so that it can reach the real people in the villages. Why am I saying this? You have seen from 2010, after the 2010 Constitution, from 2013, we have county governments. The resources went down to the people. So to say, we want to start now from down there to empower more people down there so that we can have more taxes from down there going up. Unlike from before, Kore, my friend, you guys, you understand about the bottom up even more than me. But the only problem is that your minds are corrupted. You don't want to say the truth. Or you want to disaggregate from the truth. Mimi nimesema hivi kwa wakati mwingi sana hapa. Hata kama ni Raila atashinda kura, I could prefer and request that they try this bottom-up approach. Si mbaya, because it will be focusing on the common mwananchi down there. Like when Kibaki came to power, there was these loans which were there for youths, women. They were there so much in the banks. People could get easily access to. Where did they go? Where did they go? Listen to me, I'm coming there. Some of us, like from Kisii, because we have leaders who normally lies to us, they never tell us the truth. Not the information that I had was, if you take that loan, my brother, your plot at home will be sold. And most of you, I know you know what I'm talking about. So our parents could not allow us to take those loans. Lakini wale Wakikuyu ambao walichukua hizo loans, most of them nowadays they are millionaires because they never even paid back those loans. So to say, this is what Ruto is trying to bring about. Correct? Accessible loans. Today, if you want a loan, you have to have a guarantee or something to swallow it. But if there is a loan somewhere that you can go and get without any surety, we can grow easily. So that is what we mean by bottoms up. At least to concentrate on the people down there, then we grow up together. That is, it's as simple as such. But the way you guys, you are treating it and twisting it and making it a story, someone says, open your bottom. I had Raila saying that, and people, they laugh, they say yes. So when Raila comes to the body of Manzani, he says, Tiarara, Tibim, Ria. And then that is the end of the story. That's why I'm still insisting for you guys to give me the agenda. Forget about these things which you are. It's a normal issue of saying tutasaidia maskini, tutaleta elimu ya bure, tutafanya nini. Give us the approach on how you are going to create the economy of Kenya to grow. Number two, and that's the last one. Raila has been
in government pretending to be outside since 2018 up to this day. What has he done to make the economy better that he intends to do now when he will be outside? Number 3, the last one, you can divine for me the work of the deputy president as defined in the constitution. Thank you. Okay, my friend. Because you keep So, on saying, so, because you so keep on saying, is I'm that finishing. I want is to add that before you say, because you keep on saying Ruto has not done. He has not done for 10 years. Divine for me. Give me a divination or the work of the deputy president in the constitution. Thank you. Now so? I'll be quiet. Until you finish. Is that all about bottom up? No, You I know, can't finish. the I can't. problem. The problem with this thing you call bottom up, ishawahi fanya wapi kazi hapa Afrika? Hiyo ni swali la kwanza. Ishawahi fanya wapi? And again, when you are telling us pesa ikuwe chini, yani pesa itakuwa inatoka hapa chini ikipanda juu. My question is, are we going to have a broke government that depends on the normal mwananchi? Anangoja mwananchi atoe pesa huko chini akuletee huko juu ndio uende kununua silaha za jeshi. Are we going to have a broke government? That's the question number 2. Now, my friend, wakati unasema kwamba yani haki wa Kenya kweli, ndio maana mtihani moja inaletwa na unapata kuna watu wanafail na wengine wanapita. My friend, hebu nikuulize tu Nakupatia swali. nafasi, shikilia hapo hapo, usiondoke. Swali langu, huyo jamaa kama ako online anaweza submit, alafu nitajibu bwana It's okay. Melodies. Miguna, karibu sana. Miguna, welcome. Let us hear from Daktari Oirera ametupata from this side. Daktari. Yes, good evening. Good evening to you. Now you can get me loud and clear. Yao, tunakupata vizuri sana. Karibu sana, nafasi ni yako. Yes, I'll be using this one next time. Yeah, it's okay. It's okay. But thank you for the concern. In fact, I've been online for quite almost 2 hours now. Yes. Because of the network is poor at this far end of this country I am. Yeah. But I'm so glad to have worked hard to tumekutana sasa hapa. Now we are on live and direct. Karibu sana kwa mwani yako. Yes, is Nash online? Yes, Nashti is online. Lifestyles ako Miguna ashafika. Karibu sana. Okay, that is fine. And, I want to start by saying that wherever we are heading to is all about God. And without Him, in fact, nobody knows what will come, the outcome of this election. This election needs all of us to focus to one main agenda, that is peace. Yes. Whether you are in UDA, whether you are in Ford Kenya, whether you are in Azimio, whether you are at Bakaili God, you need to have peace. But I want to highlight some points. Yes. Chache tu ya mwakilishi also mhusini nimekuambia kuhusia kiono because of the interest of many. Yes. We can accommodate all the languages. It's okay. Yeah. I heard the Melody. Is Melody online? Yeah, it's there. Melody is playing a village politics, and I can assure him that is why they are not going anywhere. Ile siasa ya buying centers is over now, Melody. Yeah. And I'm not revenging on this because I've heard you very well and I've been following you very well. Yes. In the sense that he said that Raila won't make it. He's now 50-50 in this country.
And I want to concentrate on the western part of it, the way yeye mwenyewe alikuwa anaeleza na kulingana na mjadala wa leo about the western part. The two duos are campaigning in western because they have numbers. Yeah. The four counties, the 5 counties in the western, they have a lot of votes. And at the moment, they are swing votes. Yes. That everybody is eyeing to get at the end of the day. But now the question is, who is going to garner these votes? History repeats itself. Yeah. Raila has been commanding the western part of this country. Yeah. That is the Nyanza and the western province. Whereby during the 2017 elections, Raila Uhuru combined with Ruto, they scored fewer or even a quarter to what Raila scored. For example, we can take it practical. We have Vihiga, we have Kakamega, we have Busia and Bungoma. Raila himself garnered 134,000 votes against Ruto and Uhuru combined. They garnered 18,000. That is not even a quarter. Excuse me, my brother. Excuse me. Same case. Hold on. Nitakupatia nafasi. Jamaa kuna kitu anatuambia hapo. Hapa anatudanganya bwana. Freddy, nakupatia nafasi. Unajua we are on a call. Just hold on. Aongee ndio atakusikiza baadaye juu ako kwa call. Yes, tuendelee. Doctor. Kakamega, where Oparanya is heading, Raila garnered 484,000 votes against Ruto and Uhuru combined, whereby they scored 63,000, which is not even a quarter. Busia itself, Raila scored 351,000 votes against that 4,000, which Ruto and Uhuru combined garnered. Now, and also Bungoma 284,000, Raila, Ruto and Uhuru scored 106,000, which means in Bungoma there was a slight, there was a stiff competition whereby they scored almost a half. By now, Raila will maintain the votes. Ruto ameondoka, Uhuru amebaki pale, which means the votes that Uhuru and Ruto scored or garnered at the western part watagawanya 50-50, Ruto 50, Uhuru 50, and the 51 zitakuja kwa Raila. Now who is controlling the western part? Wewe unaota bwana, wewe unaota. You nailed it, my friend. Leo uliona Arwale anajiendorse, anatafuta wajamaa kwa kijiji, anawaambia nyinyi ni viongozi wa ODM, niendorse niingie kwa ODM. Because Marala is coming. There is panic. The earthquake is hitting his own people. The same thing that Orengo said, the government will hit his own people. That is what the earthquake that Mudavadi did. He never knew that he's committing a political suicide. Excuse, bro. Let him finish, please. Finish anaota bwana. Let him finish. He's on call. You will submit yours. Sio melodies, kuna mwingine amekuja mpya hapa. Unaonea bwana, mimi hata sijazungumza ngao unaongea mambo mengine hayaeleweki lakini sijazungumza. Ongea na kitu iko na point. Utapewa nafasi yako. You will give us your points. Let him finish. Yes, wanahitaji kunyamaza sababu nilingojea 2 hours. Yeah. Ninakulinda hapa doctor, wewe endelea. Confirm to Melody that we have no party called UDA. That is a group of goons who have come together to shift on this country. Because in UDA, the so-called UDA Wilbaro movement, iko na Juma ndani ambaye ni ODM. Kila
na Uzuru sijui ni party yake ni ya Miwa huko South Mugirango. Tuko na Nyolo Jubilee, Gachagua Jubilee. Now what is this UDA? UDA has only one member, elected member of parliament. In this parliament. No, totally one member. We have Musalia Mudavadi, we have Wetangula. Is a member of Jubilee. Why you saying that we have one member? Of UDA. We have At the time, the party leader himself was crying. Is Mudavadi a member of UDA? Jubilee, sababu atalose hiyo position ya deputy. If really UDA has interest for this country, angenunua Mudavadi. Mudavadi has been used kuvunja votes za Western. And yet is not a kingpin. We have kingpins in Western. Hata Mudavadi peke yake tumwachie mtu anaitwa anatembea. Atatembea na yeye tu mpaka amfikishe Lake Victoria waje pale ende. The point I want to drive home is the western part, the western province, the votes are intact. Because the people, the aspirants that Ruto has for Western, ni wengi at the same position. For example, look at Kakamega. Malala wants to be endorsed by UDA. There is another one, I don't know who is he. There is another Arwali wants to be endorsed from UDA. Where will this free and fair nomination for UDA be done? Hakuna mahali wanaenda. Anyway, sitaki niongee sana, but I want to finally bring this on board. Unazol na huyo mtu. The western and the eastern part, that is Okampani. Yes. We have the Makueni, we are headed by the Kivuta Kibwana, who is in Azimio. We have Kitui, we have Machali Tingiru, controlling half of the Kitui. We have Machakos, we have Alfred Mutua. So the three counties for Eastern Province, or the Eastern region, they are in Azimio. Despite the fact, Kalonzo anaruka hapa na pale. Hata dini nilimuona kwa stadium wakihutubia wa pikipiki tano, watu wa pikipiki ndio watu wa barabara walikuwa tano. Which means the governors are more stronger on the ground than the so-called Oka. Even these Oka people are confused. Hawajui mahali wanaenda, they are panicking. It is lucky enough that Museveni left. Yani ile bei Ruto alinunua Mudavadi akaongezewa ya kutoa ya Wetangula. Ni kama utumie mtumia 130 juu ya kutoa. Sasa Wetangula ni kama ya kutoa. Wetangula ni kama ya kutoa ile ya point nataka kuongea bwana. Because Ruto has failed to unite in Kenya. That is why. Hey, bana, make a summary. We want to talk. Make a summary. Wenye walikuwa wameanza na Ruto. Kweli mpakisha dakika moja mpatie, mpakisha dakika moja. Yes. Dakika moja tu nyamaze waniulize maswali. I have 101 answers to answer them. They will sleep and leave me alone. Yes. The Greece started with Ruto. Doctor, ukimaliza your submission. Doctor, ukimaliza your submission come. Amekuja na ile kiburi yake. She doesn't know how the Jubilee government fought for her to gain that seat. Ndio ile kesi ya NYS ipotee. Lakini sasa amefika mahali ameanza kuruka the president mwenye alimufaitia. If they want to test the bitter truth of the deep state, let them ask Sonko where he is now. If they want to test the bitter truth of the deep state, where Raila is in, wacha waulize hili jamaa Waititu. Waititu cannot even contest for MCA seat in his county. Right. Because he was completely smashed by the deep state. So my point I want to summarize by saying is the Azimio is the only remnant hope for the future of this country. Right. I don't know, numbers is no beyond anything.
Like now, finally, for example, I heard the Melody saying that the Kisi, ule Kisi, yeye na nani? Wacha sema mimi Melody kama Kisi. He is not even a spokesman. All right. He should say mimi. Dokta, ukumbuke kukuja online usikie venye unajibiwa. Wanasema wewe umekuwa for long umeongea, nyamaza kwanza. Wanasema okay, utasikiza na kutoka hapa. Tupe time unaongea. Fred, hebu nashti kidogo, utaniruhusu. Inaonekana Fred ako na moto sana. Hebu tusikie hizo pointi zake. Nilete mtu hapa anafaa kuingia on stage, ni Miguna ndio Fred aongea. Miguna ndio anafaa kuingia, ndio Fred ingie, kwa sababu Fred ameingia nyuma yake. Ndio sikie vile wanasema. Kama kuna swali utajibu. Nimekuwekea pale. Waulize sahi. Naomba ushikilie hapo. Miguna unmute your mic. Fungua mic. Yes, sir. How are you? Let me start by saying that Raila Odinga has been in the government for some few years, but hello. Yes. I want to start by saying, bro. That guy is called Ostis. Vincent Janyaman. Nasikia sauti yake hapo. Yes. Ai, kwani unawajua? Najua kia sauti ya kila mtu. Karibu sana Miguna. Yes, Miguna, tuendelee. Kipea mwingine nitaongea baadaye. Okay, Freddy. Tuendelee kama huyo jamaa, huyu mwingine hapo simu anaongea kama sauti yote. Sawa sana Freddy. Kitu nataka kuwashow huyu jamaa ametoka kuongea, anaitwaje? Niko na yeye hapa, daktari. Hapo hapa kwa simu nakusikia. Nashti, shughulikia microphone yako, Nashti. Pia phone zako zinatoka nyuma. Tunataka nimwambie. Ama okay? No, kwa sawa hapo. Bado. Microphone yangu iko sawa. Sawa, sasa Freddy tuendelee. Mimi hata situmiangi phone. Yes, continue Freddy. Unaenda? Freddy tuendelee. Sasa kitu nataka nimwashue Kisi found itself. Ruto will get 20%. I want to prove it. 2017 situ kwenye 2017 hatukupea ODM hata MP mmoja. Tulipea Jubilee na chama zingine. Tafadhali from there, Raila kukuwa na maarufu Western 2017 alikuwa na Wetangula Muruka. Hiyo maarufu hiyo alikuwa anapata hapa. Atumsikie huyo. Freddy ametoka. Miguna. Sir. Karibu sana. I was just saying that Honorable Raila Odinga, I'm going the government for some few years, but planning to be out of the government. I'm saying in Kenya, other than loitering all over the country saying that he has done everything where he can. Where? Let me tell you, my brother. This name of tribal party saying that in the name of Azimio la Umoja will save our country. Yeah? In fact, let me tell you this. Raila Odinga is not the citizen of our country. To be sincere, I'm saying other than trying to use government machineries working all over the country, saying that he can provide our needs.
I don't see any reason to support the Honorable Raila Odinga. Huyu ni mtu anakupita tu, anatumia government machineries. Sasa amepewa support and some monies. So how can you tell me that Honorable Raila Odinga will help our youths, our women? Acha bro nikwambie saa hii, Raila ni mtu wa project, is a project so that angamize Honorable William Ruto. My brothers, for the third time I say, my brothers, please, huyu jamaa anaitwa Raila Odinga ni project, ameumbwa kutumia government machineries, amepewa pesa kutumia interest of the government through Honorable Uhuru Kenyatta. Raila is a project, please guys. Let me, by the way, where did you get that information that he is a project? Where did you get that? Wewe angalia sahi through government machineries. What machineries? Sahi, let me tell you my brother. Sahi ukiangalia hizi mara ni kurusa alipewa like 6 kama uliangalia through. Amepewa gari za serikali. Oh my God. Not your God, even our God, bro. I think this guy has a Raila phobia. You know the problem. Nash, there's one thing that you have to know. The truth is the truth, and the truth shall remain. Raila has been in government 2018 up to this day, as we speak. Yes. For propaganda to say, opposition has been sincere to each other here. We are trying to find a solution. What has he done? Kenya has owed more than it owed even in the first term of Jubilee, Uhuru and Kenya and Ruto. And let me tell you one thing. Yes. As soon as Raila joined Uhuru in 2018, do you know which was the first stop? China to borrow, but they were rejected. So he has been crying out there saying kwamba watu wamekopa sana hii serikali, lakini wakati aliingia hiyo handshake hivi, yeye na Uhuru walielekea China kukopa, ile walinyimwa ya kwanza kabisa. Hii serikali ya 2017 up to this day, Raila has been in the center of that government and he has been making decisions foolish. Absolutely true. I support my brother. Because huyu Raila anachikia chini ya maji kujidanganya. Regulate these people. Hey, Mr. Chairman, regulate these people. They are fighting themselves. We have to my brother. Let me tell you. Okay. Mr. Miguna. Because of time, please. Hii ni saa 7 na saa 17. Nataka tuongee kwa kidogo kila mtu. Niko kwa Miguna. Let me submit and you will continue. Maybe you get. This is my brother. Give me this chance, bro. Now they are fighting themselves. Let us hold on. Let us hold our horses. I'm happy that you are fighting. You are fighting yourself. Let me give my opinion, then you will support your answer. Azimio. That is the problem of Azimio. We are talking now. Where and the Azimio coming from? There is no one who is fighting here. You too. There is no one who is fighting. We are just trying to say, let one of us talk and the other one will talk. It's simple. What I'm saying is yes. Ule jamaa nilikuwa nakataa kumjibu kabla niende ya Miguna sana. Ule jamaa anaitwa daktari alisema hivi. Eti Western iko intact. Let me remind him, if he is somewhere he is listening maybe. Raila managed to get the votes which you are counting outside there in Western province because of Mudavadi and because of Wetangula. You cannot run away from that fact. Even if you run away from it, the truth will come out soon. Let me tell you, as soon as you lose the kingpins of those regions, like now, the Kambas believe in Kalonzo Musyoka. Whether these other people are going to go where they are going to go, present your vote, they will always follow them. And that is why I'm saying, as long as we don't have Mudavadi and Wetangula,
from the western region, Raila will get some votes. I am not disputing that he will get some votes, but he is no longer wanting to command that region. Bro. So, in other words, let me tell you the truth. We can argue, but let us argue based on facts. Let us not say Eti Uhuru was with the Raila, I mean with Ruto. Now Uhuru is with the Raila. Now the vote from Western, because it was Uhuru as president. Mr. Chairman, why don't you mute this mic? He's making a lot of noise with his opening and closing those doors. So I am finishing by saying, let us argue, yes. Let us say facts that can hold the waters. Raila is not a suitable candidate. And Raila is a project of Uhuru Kenyatta. Okay. And we know what happened to Uhuru Kenyatta in 2002 as a project of Moi. Thank you. It's okay. Unajua umechukua time ya Miguna mpaka ametoroka. So let me give Nash in 2 minutes, please conclude. These guys are two. You need to give me more time. Because since of time, they are two and I'm alone, you need to give me more time. No, it is too late. Nafaa kutoka studio tafadhali. Okay. Sasa huyo jamaa ninasikia wanalalamika eti Raila ako kwa government. Are they dreaming? Mimi naona wote hapa bado tuko macho, kumbe wanaota wakiwa where does the constitution say that Raila is in the government? What do you want Raila to do for you now? Na katiba haimpatie hiyo nguvu, authority ya kukupatia hiyo kitu na senate. In fact, let me tell you, mimi na wewe sasa hivi tunaongea hivi kwa sababu ya handshake. Unajua, ndio maana mimi nakupenda venye unasema tuongee issues, real issues, tuongee facts. Right before the handshake, wewe na mimi tunajua Kenya ilikuwa imegawanyika. Kwanza kulikuwa na rumors, especially kama Nyanza. Ilikuwa inataka sijui itwe nini, ilikuwa inakusanya pesa zake, inapatiana kwa people's president. Hiyo ni vitu zilikuwa zinataka kugawa hii Kenya. Since Raila walikuja pamoja na Uhuru waka handshake, things are working, my friend. Sasa hivi naweza toka hapa, nipande pikipiki hapa niende mpaka Mwembe Tayari, sasa hivi nikate gari na nikuje Kisii without anything. Lakini yani amuoni hiyo. Nyinyi mnataka Raila aamurishe jeshi iende Somalia ndio mjue sasa, ama what do you want him to do? Kama mnataka Raila wafanyie kazi, si kitambo. Ni miezi 6 tumengoja. He will be in power. You will enjoy, my friend. Let me tell you. Kwanza wewe sasa hivi ndugu yangu, uko na watoto wangapi? Ongeza mmoja, baba anakuja, free education itakuwa, baba care itakuwa. Kama kuna rafiki yako hapo jirani anakusumbuanga, nipatie unga, mwambie sasa hivi aregister jina yake mapema. Baba is coming with the support ya kupatia vulnerable families. All things are zinaenda kuwekwa kwa mpango. Wacha pressure. Pressure punguza chini kidogo. Mzee anaenda kuchukua. Unajua kuna shida moja nimekuja kurealize. Na ndio maana mimi nasema kuna watu fulani wako na ile Raila phobia. Yaani wanajuanga tu Raila. Yaani wamembrand tu kitu fulani, wamempaint tu kwa uso wake. Huwa anashangaa mtu kama huyu Miguna anakuja kusema, and by the way the name betrays him. Right. Anakuja kusema eti Raila ni kitu gani ashawahi fanya. Really? Really? Okay. Really? How can ni kijana gani? Kwanza namuona ni kijana mdogo. How can he? Okay. Maybe I can forgive him because of the maybe history. Maybe hakusoma history shuleni ama nini. Lakini mwambie arudi kwa records zake since 2002 wakati the coalition government ilikuwa in motion, aone vitu zenye Raila alifanya, alafu akuje aangalie from 2013
up to date Right. vitu zenye Ruto amefanya, he will have something to tell us since he has nothing to say. It's okay, it's okay. It's okay. Hold on please kidogo. Nitakuja kwako daktari. Let me hear from Freddy, ameingia sahi. Freddy, because of time. And nimekopa kuanzia mwendo wa saa 4 tafadhali. Let me just give you this time. In 3 minutes. Alafu peana maoni yako sababu ya muda umeisha. Karibu sana Freddy. Network. Freddy hatukupati. Freddy hatukupati kabisa. Ni kitu nitaweza sema. Huyu network imekataa. Network imekataa. Let me hear from daktari. Daktari kwa dakika 2 tafadhali. Yes. Dakika zako 2. I can proceed. Yeah. I want to take a minute or so to conclude the discussion by saying that I'm very sorry and very pity to such a kind of Muguna young boy like that who doesn't know what Raila has done to this country and the sacrifice he has done. But I want to apologize on behalf of this station because maybe he's under influence because I can confirm he was behind the Ebenezer bar, if I'm not wrong. And the consequence of Ebenezer bar and the youths, that is how they behave. Anyway, to cut the story short is that we are committed to ensure everything is well coordinated to the very end. I wanted to finish by telling Melody that he remained alone with his chicken man come 2022 on 9th August 2022 because hello, are you getting me? Yeah, I'm getting you. I want to tell Melody that he remained alone as they have remained alone in the Kisii County because I saw the other day Mangi has left. Nani sasa amebaki? Na atabaki tu hivyo hivyo tu, wakule, wakimaliza kukula, wakuje nyumbani. There is no any other place to go. There is no any other place you can be taking only fruits kama si Azimio. That is my point and I want to stop there. Right, thank you very much. I hope kwamba time imeisha. Ilikuwa hapa saa 4 nikakaa hapa. I waited for you guys. Sasa time imeisha, tutazidi kutoka hapa because of time, na nafaa turauka asubuhi kwa sababu ya kazi. Tuendelee na kufunga tu. Yes. Na neno moja tu ya kufunga, ile ya mwisho tu. Jamani, watu wa Azimio, mimi nawaambia kwa unyenyekevu, musichafue maji, alafu maji ikisachafuka mnasema maji imechafuka haiwezi kunyiwa. Ombi langu ni hili, come 2022 which we are already in August 9th, please kwa unyenyekevu accept the results, please. The result that will be there because votes are going to be counted. I urge you, please accept the result. Those are my closing remarks because I know there will be no another handshake. So I don't know what you will be doing, but the only thing I am requesting is that to accept the result. As UDA, we have declared our stand that we accept the results. And I'm urging you. I'm urging you. Since you want to know what Baba has done, watch the space. No. Listen. Watch the space. He's coming. In power. Nashti. Yes.
Tulikuwa tumeongea, tafadhali muniruhusu tu. Na Freddy ungetupatia lineup ya kesho so that we do maybe research. Tutaongea hiyo baadaye. Yes Freddy. Nafasi ni yako Freddy. Unanipata? Tunasema mwenye na kama wewe unanipata mimi nakupata. Tunataka kusema huyu mtu mnaita baba ndiye ameleta shida Kenya. Huyu baba hata angekuwa kama asimami president, government ingekuwa ina perform vizuri. Baba alisumbua Moi 97, Moi akamdanganya akamleta kwa serikali. Then Moi ndiye aka-endorse Uhuru. Baba ndiye akaruka akaenda kusupport Kibaki. Yet Kibaki akashinda. Haya, umekwama tena. From there to 08 alishindwa. Mimi sijui kama alishinda. Cause aliuliza electoral commission na hiyo. Angeuliza cause hao ndio waliokuwa na announce. You are being ignorant. Wao ndio wali announce result. You are being ignorant. Sikiza kwanza niongee. Sikiza niongee. No, you can't hide away from the truth. Akataka kumpu. Not the truth. Si usikize kwanza. Na sio support 100% akapata kula ya Rift Valley, akataka kumfunga huko egg. Hiyo tu hadi around 920. So, wakakuwa nusu mkate yeye na Kibaki, serikali ikakuwa mbaya kabisa. Hata kama ni mwananchi akashindwa venye anakura. Pesa ikakosa kabisa Kenya hii. Sija hata gorogoro huko kwetu ilikuwa 200, just 200. Yeye ni kuraramika nusu mkeka, kuna choo. Yeye ni kuna alafu sasa wameingia handshake, ameharibu, ameingia nusu mkate. Sasa economy unajua unanunua chakula kwa nyumba ama unaishi kwa mamako. Unajua kama you are a man ungekuwa una support hiyo mtu. Kama wewe ndio una support your family. Remember, I don't have parents. Mimi ni mwanaume. Mpaka lawyer amesoma. Wewe hujui what's law, lawyer amesoma. Anakataa hiyo kitu. Wewe na huyu baba wenu mna insist kwa BBI. Sasa kama wewe hauna facts, kama unaweza sema serikali ya nusu mkate ndio iko rank imefanya kazi Kenya since independent, lakini wewe hujui. Mimi na wewe nani anaweza kuwa juu maneno kwaje? Kama huyu mtu anaendelea karibu hata melodies anaweza kuwa against na wewe juu ya hilo. Because of this guy, huyu jamaa mbona anatudanganya? Nashti, tafadhali tupatie Freddy time. Yes Freddy. Freddy umekwama? Amekwama. No wonder hata anakwama. So you know time sasa imenipatia kisogo. Nilikuwa hapa masaa 4. Kesho nitakuwa hapa leo tena nitakuwa hapa saa 4. Lakini sijajua program vile itakuwa, labda inaweza kuwa ni family life today na haitakuwa ni siasa. Kwa sasa time imeshatupiga kisogo kidogo. So you allow me please guys tuweze kumalizia hapa. Unaona Freddy ashatoka sababu ya network. Jinsi changareire. Time menishana anafaa nirauka asubuhi kwa sababu tena kwa kazi. Ni ndiposa niweze kuamka mapema, lazima nilale saa hii na mimi niweze kuraukia mapema. So thank you very much for joining me and thank you very much kwa kuniwatch. Sasa sijui dakika kwa sekunde 30 Faito naweza sema nini? Again tongo teba wacha let me switch in kisi aya melodies gaki chora omuntu gochiko gokonya to chora omuntu aseng'encho ng'a kwaero siringi 200 gosenga kwarorere ng'ango kwanare buya chora omuntu komanyete ng'a abana bago mbache basome buya
abana bao mbanyore endagera nyomba ayebweka nokora egasi ekoro gwakorire egasi kwanyora chibeso okogora endagera gwakana ng'onye na enyomba ng'onye gwakana ore gwatigara na egento okobeka account lakini tochora omonto ase eng'encho ng'a namanyete koiba namanyete gokwana buya namanyete koiba chibeso ocha gokoba silingi 200 mtaani. So tiga tororane mambi naende mimi I would like mambi tokwanere chi agenda chia abantu aba babere. So get prepared, gendo okore research oche ne chi facts ebintu ebyo abantu bacho kono musaye munondo oche no moke akitamanyete nge serikali ya nusumukate nere serikali ya performative buya since independent. Sawa sawa na shti. Kene kioma cha nusumukate iliperform wapi? Okay, wacha tukutane kesho. Wacha tukutane kesho juu ya hilo. The second government did is perform. Hold on. Iliharibu maisha wa Kenya. Freddy, yes. Wacha dakika moja tafadhali. Sasa hiyo dakika 30 umenipa sekunde 30 umenipatia, wacha nichukue nafasi kusema hivi. Aha. Ege usingo kwanza njutu sina usitore gaiga. Omo wako yo korokunga na shtiga ante nganchoro muntu yo nkonya ebi orinka gertora nkonya ibintu byose pia kwana gabo. According to my observation, omuntu ra nkonya ase ibintu byose akwana gabo Ruto. Reason ne. Intakatante yugente kemo Raila nyakorra omuntu oyo mo in Kenya in person. Na ande tante bi na tante iboni gasenye nyoti anya beka maswali yebusa igorenda kita na because of time I don't want the answers. Yes. Intagete ante bi who is not a thief in Kenya. Igontagete tante bi gento kendenga COVID billionaires. Imbarabia because Ruto has not been there when the billionaires of COVID are being wakati wanatajwa, Ruto is not anywhere near there. So this narrative ya kusema eti mwizi ni Ruto must come to an end. Kenyans, we are watching. Kenyans, we know what's happening. The only person who can help this country, Raila, we appreciate him. In as much as I'm against him this time round, because he has what we call selfishness. He is selfish. Because this time around I'm not with him does not mean that I don't appreciate what he has done previously. I appreciate what he has done for Kenya. Listen to me. I appreciate what he has done as a Kenyan to the level where he has done it. We are many. We have come up. We have new energy which can proceed and do more than him. So the only person ule ninaona pale mbele ambaye anasaidia Mkenya, haijalishi ni Mkikuyu, ni Mkisii, ni Mkamba ama ni nani, weta aliiba ama hakuiba, juu wote wameiba ni Ruto. Kwa hivyo usiniambie eti ameiba ndiye analeta, au Raila na Uhuru na wengine, hata juzi ilisema ya Uhuru iko pale nje, lakini hakuna mtu anasaidia in person. So nimemalizia hapo kwa sababu ya masaa, nasikia kukurukuntu analia sana. Tukienda kuchagua pia tuangalie mtu ambaye ako na new minds which can help Kenyans to focus more than saying Kibimu, Tiarara, Ria and whatever it is. Thank you. Ni slogan bana. Ni venye nyinyi mnasema tupangwingwi. Okay, chairman, tutane kesho Mungu akipenda. Freddy? Right, thank you very much. And thank you for joining me. Nashukuru sana. Mungu akwe pamoja na nyinyi. Tupatane kesho. Leo. Tutasema wacha tuendelee kesho. Wacha tulale. Right, thank you. Wacha niombe tukimaliza. Sawa, wacha tulale. Kwa pamoja na sisi, umetuwezesha, umetulinda tangia tulipoanza hadi tumefika mwisho. Tunaomba neema na fadhili zako ziweze kushuka. Tunapoenda kupumzika kwa pamoja na sisi, tutakapopatana tena tuongoze kwa kila jambo. Asante kwa nafasi hii na asante kwa kuweza kutuongoza kwa kila jambo. Imidiwe milele na upewe sifa milele, na ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen and amen. And may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit
be with us now and forevermore. Amen and amen. Goodbye. Bye-bye. Good night. Tumirane.